Tibeke ili atoke mchaka, alafu tuomanya kogenda. Ejene janga. Mwalimu mjore bangwatire. Ndo kuana magana bange tona kofa, ikatoka aliyo muziki boti zake hiyo, tomanya kogenda. Bali ndo mai aliyo kwa sababu kwa mo. Aya tataka rasini. Mwa tebi wala choko ndo yobindo. Mwa iya mwa pole maungo. Bali ndo tena ile mai aliyo sama skanya mwa minto. Sabuto suke moja mosio. Toicho lili bageli litigale temosa. Asama skanya bana wa minto. Komanchi. Asama skanya igo. Mia mwa asema yako igo ya kaya basi seni. Akira wasa ito chingo. Haya bamente ili yatona kimwaba. Asante. Ya ebili yatona. Ebili yatona ya mwana izato. Haya, umasikiti chake, uyu umasiki omubwati abongo, lonje ile gotenena. Lakini tu hapo yo minetege, ni sawa. Pia mwana tonendo. Akiri mwana yumito chingo kabisa. Na ndo mayetera aneka roko igunga kuba chiro bisigete. Kwa mwana minanaro okwaneke busi. Kakwaneke busi kwale manga asa yole na agaya. Tani bodaki. Baraka baka bana baito tikabanya olechika asieche onisiecho. Thank you. Basi mwana ndogotera. Ndogotera. Okay, mbona kwa ndogotera uko iga? Tafadhali kuna ashas wetu wanaendelea kutusaidia vile ambavyo umesikia. Unapoelekeshwa tafadhali wewe elewa tu na itakuwa vizuri. Unapoambiwa songea sawa, unapoambiwa keti huku sawa, unapoambiwa kule umesimama siku nzuri simama upande ule mwingine, inamaanisha cooperation iko sawa na tunakuheshimu. Nipe wimbo huo alafu amangana yega yuko yunga agosoile kwake kwa smile. Weke ngoma yasi nimetochimeka nimetoche. Kongira munyangi beke ngoma yekitake. Amasesenya na yane. Ande kwasa kake iko. Amasesenya na yane. Amasesenya na yane. Arote kama amasesenya na yane. Mongiro ya kore teso es como sonde. Awoje tama sesenyane. Sheka ke como nyangi. Sesenyane. Awoje tama sesenyane. Iri ya tali mongi kwa. Diga, iririata.
kuna testia. DJ. Naomba concentrate hapa. DJ mawazo yako iwe hapa. Sound check. Tafadhali. Sound check. Check 1 2. Majaribio ya sauti 1 2. Majaribio ya sauti 1 2. Sound check 1 2. Sound check 1 2. 1 2. Sound check. Glad to check. Check sound. Sound 1 2 3. 1 2 3. Glad to check. 1 2 3. Glad to check. Majaribio ya sauti 1 2. Sound check. Glad to check. Sound check. Glad to check. Check sound 1 2. Check sound 1 2. 1 2. Sound check. Glad to check. Sound check 1 2. 1 2. Sound check. Majaribio ya sauti 1 2. Majaribio ya sauti 1 2. Glad to check. Check sound 1 2. Glad to check. Check. Sound check. Check sound. Check sound. Hello. Asante sana, wapigie ma DJ wetu makofi mazuri, wanafanya kazi nzuri. Wapendwa wetu wa vyombo, mko sawa? Basi nafurahi kwa sababu ya vile ambavyo tunaendelea. Nashukuru sana kwa sababu wasanii wenzangu washaingia pia. Alafu ndugu hata ni chikwaya, ndugu hata bangina mpaka boda mpaka mwanayo mpige reti. Kuna mwingine anabaya kiburi kwa taboni. Mokune naye, onye kuita batigana na yale kwa nulio, mtaka akiburi kwa taboni. Mtaka kwa kuingia mtaka akiburi kwa taboni. Mokune haifai mtaka mtawapi. Abasata barumba ile kwa na ayada lelezi. Kuna mwingine naye mtaka akiburi kwa taboni. Basi, ninaarifiwa hivi napompasha makubamba. Mumanye tama no makubamba. Mukekere chimbele makubamba. Umwana ona loko nga. Nze. Mwana bwiyendeke. Ndokuna. Basi naarifiwa hivi makushi. Tengenezea makubamba hii microphone. Naarifiwa hivi. Hawa wapendwa wako hapa ni wazuri. Lakini kama kuna uwezekano wa kuweza kuketi kama wale wamama wamesimama pale. Otiso. Yes. Ule mkutano wa karibu 5 Kisilanda. Yes. Na unajua tunapoenda hii mikutano nje ya abantu bago ichora. Ne. Na yo maite tuliko na wasairi karo mono. Ya. Bona wao zaidi no maite abantu bago chababa. Ana abange mono. Na hande manya kwa bata ilimo deputy president nenera. Ne wakchera yoro. E bate ni mwale kwa chamosuke mucho ya mabagaya katia ngoi karanse. Na hande to karanse njere to kwa karanse ambora mu manye tenjereria ito. Kero to weta to eta bwango ta kama buya. Abawotola chema isiko kai ko chorera tiga because ko ikene choretani Osinyuko ende muna ko sibi to chore magari to karansa bato tenenye kanjili muna ababarenga ya ekere biche kwa kuna abantu balenga to kwata igo to karansa kaindi Ashas nisaidie na msiharas mtu yoyote abantu abagabo sibi na serikali enene ebuya basere bobe ebuya ya otisokora dia ukwana kora banda abaga batumire ya bako gatabo ene serikali imbe abana bantu bajanda abantu baba janda tutam kora kama mmoja wa tutam bila tutam eliya kumbe iko ndani ya serikali kabisa abana mbai eno amora ngaite Osena kabisa tolingere tidombi. Ikone serikali ile. Chanda bieka. Na Ruto oye. Bali ba Ruto beka igandole. Ahangu suri. Aliasa tola tianderunga totiri towe kero matiri. Emote betenge serikali imetaibo. Ndeke yega bali ba wote wa two time. Baba nina ilia kabisa hiyo. Thank you. akiboli na bantaba ya jana rare abanchi bari bawe karanza akiboli na rare ngamwe bagete
Thank you karanse omaite ashur. Ngwara chima kicho monene bwense chigo testing wa. Sawa sawa. Kutoka na karansa tuketi kidogo, ona toka na live TV bono higa. Itakuwa mambo mzuri sana. So mtatulia, wale wa kuambia watu waketi tuketi, wale tuko nje ya hema tafadhali tuingie ndani tuketi, manake tunahitaji. Yuko sawa, hiyo iko sawa. Ambia watu asha zoekisha watu watoke nje huko nje ndani. Karibu. Thank you, karibu sana. Bwana tulela Ifase TV. Moko iga sijira kechi sato. Tuko katika live kwa runinga. Ziko mingi lakini pia kuna hii ya Citizen. Karibuni brother. So tuendelee. Okay. Akitusigino makushi. Akisigino basi takuwa ready. Abantu babitumbura mwe gumwa mugani gago cha mwa mahoro kia. Ogo segeta. Era kuruge ntoruge ndogechieto. Rinse korani. Rinse bangi na baba terango wanchete. Abo terango bangi na wanchete. Abo terango goti so ko tabanga go ikebe change. Go ikebe to bauti taribo. Bale ngawanchete go ikebe change. Otiso ntake toigereria iganane kwaneri sara mono na mukwani akango ndenga gokora ngokora tene kendo kitabu sese de ba sigo go ikato bwene igo ritso koreli hapo no bote chenchi otiso bekere egera bantu bari abamu karanse ngakere bari bari gachiko baachile na bantaba ya wono ikaransa wono to ikaransa mtu wasidisturb watu wangu tafadhali. Nahitaji watu wangu wakae sasa. Nahitaji watu wangu wakae. Chris utaniambia ukiwa tayari. Hapa tunaenda live. Wacha watu wajue kwamba Kisii tunashirikiana na serikali kuu kuhakikisha kwamba maendeleo inaenea kote. Manake hata Nyaribari chache iko ndani ya Kenya. Ama si namna hiyo? Namna hiyo si namna hiyo? Wale wanasema Nyaribari chache pia ni Kenya, weka mkono hapa. Wale wanasema Nyaribari chache bado ni Kenya. Asante sana, jipigie makofi. Tuendelee kuketi tafadhali. Tuketi hadi ready? kwa na wale change. Aya ndio watu. Nije shika. Wangina wataka kubata gete. Imoke maboka bero bira. Mali yetu na kazi. Chukumi.
ya igai una serikali ananenga kabela rami. Serikali ingai teki. Eichabe rami. Kilomita zaidi ya 70. Echanchi leo mshetendo. Echanchi yangu aleti letari zaidi chanda. Kalinga baba tebanga zaidi chanda. Mara mbili tena. Alo. Ndaka tonku wanayo minoma taringa. Alo. Ini buetibu ya tebanga. Alo. Lami tunayo hatuna. Kage temo kuwana muna bantu wa Mombasa maate mwatebanga tunayo. Lami tunayo hatuna. Yake ni chinkominu na bantawa ya. Manije? Yeah. Hawa ni watu wanapenda Bunyakoni Kirwanda. Omo ikabu omo siki taribo. Mbalinga bomoto omo ikabu omo sikiga. Abangina baraba yakaki mushimo jando gota mongi nyori motebi. Bangina bambaru ga batabu ati machani. Bangina bambaru ga batabu ati agasukari. Bangina bambaru ga batabu ati matumbo. Ere munyama sera bobe. Ikoto be komo ikabu omo siki. Umuka maboko y'urubiya bana mwenzi. Marije. Omaya to ngonya ngego biblioteca. Karai muka ina banyere sa tukocha. Umuka mata ngabona homo ndokende bo maiga. Kara tena bora nyenyera. Nipatie sauti ya muziki tafadhali. Oya hapa kama sasa kwa mwisho kati kwa hiyo. Oyo na mazoezi hapa kwa mwisho ndio kama oya pia. Aya Olympic yake Olympic. Service providers tafadhali mnahitajika hapa. Service providers mnahitajika hapa tafadhali. Studio weka muziki tafadhali DJ. Baby tafadhali. Pero
Manije kidogo. Haya, abangina bono tesukaiga eti vito yochi live to karansense bono. Bali motenge ina sa bande bai karanse tesuka maiga. Etane to kero monte karansense kindly. Kero monte karansense bali to maiga to karanse kiagala banto na bange ba gocha. Tukae chini. Tafadhali nisaidie hii mic imeanza kuninyonga. Maflo. Mic imeanza kuninyonga tafadhali. Ngapi? Itu katanya ini kami dan ini kalian. Ini di kota. Ini di kota. Mungkin itu elu apa? Mungkin. Mana? Ndio, lazima ni nipeane permission. Haya maze barusi Crispin kwa gale lini. Yes. Nataka hiyo kitu. Jamalizana. Jamalizana. Makanya matanga lima. Kota Jumore. Katanya wa. Ngani long list. Nani wengine hawajafika? Kuna wenye wanaweza fika sasa. Sasa. Kama hii mko kama 10 ya. Sasa mnajua ndio. Crispin ashafika. Ndio. Na huyu madamu Anisha na Papi Rose. Naona mtu Anisha mwingine hapa Papi. Kuna Calvin. Ndio ya Calvin. Nicholas wa Taifa pamoja na Diego. But malizia endelea. So what you do? Sababu si unaona kingi hapa itakuwa ngumu and I need it immediately akikuja sawa nakupea what you do unaona ndio wacha nikupe namba yangu ukisha just your number tukianza function I want you to text the total number first. Hiyo ingine tutamalizia. Na kwa nini hamuniandikii numbers? Si nilikuwa nimeomba hivyo. Kama itakuwa kazi mingi. I didn't need them even for my na hii kama hii ungeandika jina mbili. Namuuliza jina. Naomba. Na mkiweza niandikieni manamba. Unajua even for future it's not.
Thank you very much, abantu baito banyari bari chache karaka chinkobi wosailo. Ebiri yatombiro. Etwataba ngotaba kora etwataba janga. Tutam taribo. Bekerega bari bagotanga janga tutam. Bekaiga. Bari bagotaba rito tutam bekaiga na nendo bya kabisa. Bya mone yake na chinkobi. Ashun dam sela mali cheya tiko. Watu, awa inaumbi amore. Mwanya tomo ino kotangia mareko iga tenango torore modelo dale na inu kiraigo sawa DJ chaki wono ini dia tango baba umuganda ko kudigende ado montombi DJ usense sawa Dr. B on the mix. I should have said, he said, Egan Pacanse, Usiaito, Egan Pacanse, Usiaito, Egan Pacanse, Usiaito, Egan Pacanse, Usiaito, Ezao Sense, Usiaito, Topato Morembe Seito, Usiaito, Ezao Sense, Usiaito, Topato Morembe Seito, Usiaito, Ura ya tuamo, Imeria Meramo, Bana Baito, Batoma Temu Baetamo, Ura ya tuamo, Imeria Meramo, Bana Baito, Pacanse, Usiaito, Tegeram Pacanse, Usiaito, Tengam Pacanse, Usiaito, Tegeram Pacanse, Usiaito, Tengam Pacanse, Usiaito, Tegeram Pacanse, Usiaito, Tengam Pacanse, Usiaito, Tegeram Pacanse, Usiaito, Chingomanye Chagusi, no Morembe, Chingomanye Chagusi, no Banchani, Kirari to Kodo Mwaka, no Morembe, but I even go Gusi, no Banchani, Oyirango, Obachani, Onge Tutu, Morembe, Yaribari, Obachani, Yawasi, Morembe, Umachoge, Obachani, Nabuchani, Morembe, Gusi, Aito, Obachani, Tegeram Pacanse, Usiaito, Tengam Pacanse, Usiaito, Tegeram Pacanse, Usiaito, Tengam Pacanse, Usiaito,
Abantu baminto mwaje zaidi jana ngoma mbele tamu ya kale ngoma mbele tamu ya kale leka iga alakidari awa ile hiyata zaidudam Ashuru hawa tunauliza juu ya janda mbabu ati option boka abanyene mbamwete kwanza abangina aba ngona ko batebere kimogo chikokora ringa kitu ateba beka iga kabeke ndori ko mataikende beka iga ebyara mbibere beka iga na ikora bashuru na akore eto ateba kidu tutam ya mono sana bali totene ine sukama iga kabangina babara bonsi basoiga security nisaidia watu wote waingie hivi wakae pale nyuma. Sitaki kuona watu karibu na vipasa sauti tafadhali. Kila mtu mwenye yako pale amesimama aingie huko. Akoshi. Yes. Unaona wazee kama kwa sababu hawezi kaa, wasonge nyuma kidogo. Kina mama waingie pale wakae. Waingie huko ili waweze kuketi. Security watanisaidia kuwasongesha nyuma kidogo. Bontonde bwensi ole magayema. Onya kuancheta mheshimiwa Said Janda na ande kuancheta serikali ya Kenya sama genderaro ronga maiga aliese togo korra na nana kero mwana mkonyi bo monne bwensago cha togo tebanga bangina bamba bwente ko bangu ina mbayara kane buchete na lyako bekoko boko buchie mu kweme kabisa igaba kaka abaito bateneine barabaira nama ya paske maiga mbia mwana akira bali chinko biwe bure baile nyari bali abantu nabaya kala bangina bali ashur aye sakena ni otiso ntake torab na bakaka bali bara ba maskani yani mna baigwa bangina ngo so bali bai karanse ba chakiri gosuka abangina bali mna tuata abaso bai karanse ba chakiri go so bai karanse. That's good, so good wana manije hapa tu ni entertainment vile wageni wanakuja dakika kama 10 wageni watakuwa wanaanza kuingia. Nipe entertainment kidogo alafu Dan Hassan kuwa tayari utafuatwa na Momanyete Omo Science. Tigako ega bana besukuru. Ekene mole. Igo Momanyete. Amagaka ya ganga ira tigako ega bana besukuru. Bali baba tebangere botebebe bo. Aya. Momanyete omo murana rokorokwa championi. Abana moiwere. Muko sawa, jipigie makofi. Jipigie makofi. Dan Hassan tafadhali. Dan Hassan haraka. Dan Hassan saizi si ndio time unapeana muziki. Manije nipe muziki kawaida kabla Dan Hassan aingie. Weka hiyo. Weka maboka bere goro mwensi rende. Lero go tuate batoko go kapaka nanekero bali omadere chibi chato kuna kubatumira. Ko bare ndege goro bakumetinge yengu siye meka teiga. Weka maboka bere goro bia. Ndobu atienyi moto go talera. Oyo janda. Weka juu vizuri. Bali je tuone kazi mikono mbili. Akachinko bibia. Mumuroyo ndoyo seina ono munyalibali komora igwago terege songo ikine kya nyalibali ya te wanaine bale ngaba igweto mumuronya ko bya totere kabisa bali jeletiko kangondora abantu bago tanga zairi chanda nande ikomi abangi nambara kangondora bali banje to zairi chanda tegakere tayoke nyalibali tupe sauti Tigakera
taya yoke mosunte ngochao. Sound ya iko sawa? Tuchake otero kwa kumeje bangina. Turate na totero tumesiwa na otero kwama. Tubekere. Madije dan nyimbo madije kidogo tu. Bangina baga sekotera konde gonse na toko kwasa kiromba hotelina. Ona baika anstege tuwe bangete. Tochiete mai no staibo. Dan yasinini. Akiaba abantu bali abasacha bali baminto mwensi episu kama yake abantu bali moina abaikaranse gose to ikaranse. Nemo chikoreka ne bichengi amuna abantu tuwe bangete kegara ni maite tuwe stora nebyombe bigo chikokonyo rero. So kindly either to ikaranse gose to skake ababale ska bonse basoime. Ekena kikegera tenga tutarachaka. Abangina bali batene na ali na batabe chindege chichiachira banene baachire. Tokonya to ikaransa itakuwa sawa. Kindly security nisaidie watu wakae chini sasa. Watu wote wako nyuma ya hema waondoe pale waingie wakae. Danasan kwa haraka tafadhali. Tukiendelea kuwakaribisha wageni wetu, tafadhali tutulie penye tuko kwa sababu ya kiusalama. Alafu Sara, tuanze kwenda pale juu kwa heshima tafadhali. Asante. Sara, nataka uambie leo wataona ndege kama hizi 12 hapa. Ni ukweli. Mmoja wosto kambo tatira bibakia bimbo chabire bingi. Asante, karibu tena sana msaidizi katika afisi za Mheshimiwa Rais. Na yebi iliyatabia magani vile. Tuende kazi tukimkaribisha Mheshimiwa Faruk. Tupe sauti ya muziki tafadhali. Tupe sauti ya muziki mafro. Bakti. Igo, ichubuna murego, igo, raisi esipesi, igo, oyoromo saya
Wacha tufanye masabo. Si ndio? Haya, tuko na pastor, wapi pastor Morwabe? Haya. Wapi pastor? Nani yuko hapa? Wapi pastor mwingine? Nani atatufanyia masabo? Omo mwingine huyo mwache atosabiri. Pastor ndio huyo mheshimiwa. Tunaye pastor hapa. Okay. Haya, omo mwingine huyo mwatosabiri. Hapa ngina gaki. Injoro sabe. Saba yake gusi. Osabe, moto kitatu na sai ndio maana kia watu nje tu ikile mambiara litukile ni asama limaito. Asenge nje oja kwaga ni mto chano osire byo bebeito. Watu awetigira malaito mlanda mweke basiri tukuli maweke yake ya ile asomo ya Yesu Kristo mutoria. Haya, sasa wacha tupatie ndugu yetu pastor aweze kusema pia maombi kidogo. Basi tuombe. Baba wetu aliye juu mbinguni, asante kwa siku ya leo. Asante kwa wageni wote wamefika uwanja huu. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya serikali yetu ya Kenya. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu fanya kazi nzuri. Mungu wetu, leo ni siku ambayo tumekuja pamoja kama serikali ya Kenya. Tunaomba kwamba Mungu wetu uendelee kuongoza serikali ya Kenya katika jina la Yesu. Leo viongozi wetu wamefika hapa, wamekuja ili wapate kuongoza vijana na wamama wote. Asante sana kwa sababu ya msaidizi wa kiongozi wetu wa serikali Kindiki Kithure, na mweka kwa mkono yako Mungu wetu, na ukamuongoze Mungu wetu, ukampatie hekima Mungu wetu, ukampatie nguvu. Baba wetu, muumbaji wetu, asante kwa yote. Wote wale ambao wamekaa hapa, najua leo watabarikiwa, najua leo wataongozwa, najua viongozi wote wa Kenya wamefika hapa, wataona mkono yako Yesu, katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante sana ndugu yetu pastor. Bas sasa mimi niko na jambo moja. Jambo ya kwanza, na wataka kushukuru kwa kufika hapa nyinyi wote. Leo mumekuja hapa kutusaidia tukaribishe wageni. Na hawa wageni wengi wamekuja ni marafiki zangu wa dhati ambao tunafanya kazi na hao katika bunge la taifa. Profesa nani? Kithure. Leo tuko na wageni chungu mzima. Makofi kwa Faruki Beti. Tuko na ndugu yetu kutoka Kericho, Senator anaitwa nani? Aaron Cheriot. Tumpigie makofi senator wetu na majority leader katika Senate. Pia tuko na ndugu yetu, mtoto wetu, ndugu yangu, rafiki yangu Silvanus. Semusikie Silvanus Okioma, huyo ni ule ni mwingine. Silvanus nani? Tumpigie makofi ndugu yetu Silvanus Osoro. Tuko na ndugu yetu, jirani yetu kutoka hapa kwa kona,
Nyaribari Masaba, Mheshimiwa Daktari nani? Daktari Manduku tuko na yeye. Tuko na mama wetu, rafiki yetu, jirani yetu kutoka Nyambira Women Rep, Mheshimiwa Jerusha, tumpigie makofi. Tuko na dada yetu, mtoto wetu anaitwa Esi Ekenyuri. Tuko na ndugu yangu, rafiki yangu kutoka Trans Nzoia, Senator Alan Chesang, tupige makofi. Pia tuko na dada yetu Women Rep kutoka Trans Nzoia, anaitwa Lilian, tumpigie makofi. Sio hii makofi haitoshi, hii makofi muweke ya sawa sawa. Tupigie Mheshimiwa Lilian Sio makofi kabisa, ya kukaribisha wageni. Sasa pia tuko na jirani yetu Mheshimiwa kutoka hapa chini Migori, anaitwa Fatuma Full Network, tumpigie makofi. Women Rep wetu wa Migori County, tunaelewana? Haya, sasa niko na ndugu yangu, jirani, rafiki wa karibu, anaitwa kutoka Nyamira West Mogirango, anaitwa Mheshimiwa Steve Bogaka, tumpigie makofi. Sasa niko na mama wetu wa mwisho, ndo nilitaka nimlete Omongina, mama yetu wa kaunti hii. Relax. Mama wetu Mheshimiwa Honorable Doris Donya, tumpigie makofi. Na pia tuko na ndugu yetu ambaye Rais William Ruto amempatia kazi hivi juzi huko Ikulu, ndugu yetu Mheshimiwa Matoke ako hapa na sisi. Sasa nataka tukimbize hii program haraka upesi. Kwanza kabisa nataka niwashukuru watu wa Nyaribari Chache kwa tukaribishia wageni. Leo hii tumekuja kwa hafla ya kusaidia mambo ya Ebiombe. Serikali yetu ya UDA, mnakumbuka, ilisema kwamba inafanya mambo inaitwa bottom. Hebu tuende chini kwenda juu. Bottom ya kusaidia watu kutoka chini wapate pesa, wajisaidie katika maisha yao, si ndio kweli? Kwa hivyo leo sitasema sana, leo ni siku ya wageni. Kwa hivyo sasa nataka nimkaribishe ndugu yangu Faruk Kibet, umpigie makofi na uweke mziki kabisa, tumkaribishe Faruk Kibet. Haya, watu ya sehemu hii, God is good and all the time. Muko sawa? Wapi sijasikia nduru ya Zahir hapa? Unajua hawa viongozi wamewacha kazi yao ili waache wainue maisha ya chini kwenda juu. Hiyo mambo ni sawa si sawa? Nyinyi mmefurahi kwa kushirikisha viongozi hapa. Kuna wale wanatuambia Nairobi kwamba tusirudi mashinani. Nyinyi watu hapa mnawaambia nini? Washindwe? Hebu tuseme wasikie mpaka Nairobi, washinde wasishindwe. Jambo la pili nataka kusema ni vizuri kuinua jamii, na mimi nashukuru mjumbe wenu Mheshimiwa Zahir, kwa sababu yeye kila na wakati anajali maslahi ya watu ya chini.
Ndio maana sisi tumewacha kazi zetu ili tuje tusimame na nyinyi muweze kufaulu. Na kwa sababu njia ya kufaulu ni kushikana kuwa kitu kimoja, tuwe watu wa moja. Kuna wale wanatabiri maneno ambaye isiyofaa katika Kenya. Wengine wanasema eti wao wakishashiba watu hapo sehemu hii Nyaribari wameshiba. Hawa tunawaambia namna gani? Washindwe sio? Na leo tumekuja kufanya kazi ambayo itainua mkaji wa hapa. Jambo ambalo lazima tuseme na tuambie watu wetu. Ni vizuri muweze kujirejesta na maneno ya SHA. Kwa sababu wale watu wanapinga mambo ya SHA kila wakati ni wale mfuko yao iko sawa sawa. Sisi tunataka kuhimiza wamama, vijana, kwa kila mtu kwamba ni vizuri uweze kuwa na kati ambayo itakusaidia wakati hata ukikohoa usiende mbali. Hawa wa jamaa ambaye wanajiita wapinzani wa serikali hawana la kupatia wananchi. Na hii ukweli lazima isemwe, kwa sababu ukiona kiongozi tabia yake ni kuiti, yeye anatabiri mambo ya vita. Mimi hapa leo nataka kuuliza, afai kuwa kiongozi hata ya kusimamia chairman ya DIP? Nyinyi mnasema washindwe ama wakae? Jambo yangu ya mwisho, kwa sababu wageni ni wengi na ni marafiki wa Zaire. Wewe Zaire utatuita function ambaye ni yako. Na kwa sababu hii kikundi yako mzuri, watu hapa Nyaribari, watu ambayo mtakuwa na msimamo, mimi Mheshimiwa Zaire nataka kuwapatia hao wangwana shilingi 1,000,000 kuja kuunga kazi yake. Nyaribari oye! Nyinyi mnasema wale watu wameenda kuchokoza majirani wetu kule Tanzania. Sisi tunawaambia hao washindwe, wazishindwe. Wale watu badala ya kuja kusaidia watu hapa Kenya, wanachukua ile bad manners yao kwenda huko. Na wameanzisha chama ambaye inaitwa Don't Care Party. Sijui inaitwa CPE ama SIP ama nini. I don't even understand these directors. Lakini nyinyi watu ya Nyaribari mnasema tutembee pamoja. Wapi ishara ya kutembea pamoja sehemu hii? Zaire aende mbele ama arudi nyuma? Aunganishe Kenya? Nyinyi watu ya Nyaribari mnaunganisha Kenya? Hebu tufanye namna hii, kila mtu nikifanya hivi na nyinyi mnafanya hivyo. Hebu tuseme mnapenda kuunganisha Kenya? Ni sawa si sawa? Tuendelee mbele? Turudi tena Nyaribari? Sasa mimi najua Osoro yuko hapa na nimemuuliza Osoro atembee na Wakenya wengine. Sisi tutarudi tufanye kazi hapa Nyaribari na tutafanya kazi ya ukweli. Na mwisho nataka kuuliza ule wabunge hawa, wakienda bunge wachunguze mwenzao ambaye anajitia kamba, anaenda na girlfriend yake, akishakosa kumlipa deni, sijui alikula dawa gani, anakimbia mpaka hospitali. Tuambie hawa shetani afanye nini? Asanteni sana. Nirudi hapa Nyaribari tena? Mtanikaribisha? Nije nifanye kazi na nyinyi? Inatosha haitoshi? Wapi vikelekele ya viongozi hapa? Sasa nitaita mwenzangu aje aendeshe kipindi. Kwa sababu wewe uje uendeshe, utaita nani wa pili? Haya, sawa ndugu yetu Faruk. Tumpigie makofi kabisa watu wa Nyaribari chache. Asante sana. Sasa wacha nimuite ndugu yangu Silvanus Osoro. Ngoja kidogo. Unajua huyu Osoro ako na madharau. Huyu jamaa ako na madharau sana. Unajua oyenomo girango na nchenomo Nyaribari. DJ, weka hapa tujue msemo haraka upesi 1 minute. Ikie. DJ, twende.
Buyamore naende. Kwani angoja kondoche kwa magari. Osoro na kuaka. Na bonga niga. Abate bango chibanchegia. Bate bango osora aro mube. Osora ako cheka. Osora ako itabanto. Ake no ko ndigere gache ningite no ane umbu. Na ane ngidinya ariko bata. Ya ati ko nyara. Waone tu atira kubakwania. Mwado karibishire. Mwatu anjeire. Etu achire ga kubakwania, etu achire ga kubakwanira, etu achire ga gutira chibesa. Onya mwanje tebesa, sawa. Jiningande tebesa. Ndiwete ga mwanje tebesa. Injano si asengo chia. Ano si asengo chia. Onya besa ndiyo jetugo chiabu. Egero mo mutata otabu tebesa ko chayi bobe. Wazema na mamendo. Yani obogi mubo liliota bu atikena mobuko ogo chayi no ana makange stage akoko chaya ko soe matatu kwa chaywa ko so ase piki kwa chaywa kero tabu atibesa lilio bu atebe no ana bangwana ababe ni uniform ga kero tabu atibesa akoko sabeke bande usa bakerege lilio bu atekeda au kuoboa wasema na mamito na kinga tere bata ya bando njano si asebese ano si asebese Anozi asebesere. Anozi asesomoniere. Inumoro asebesere. Inumoro. Zair omo jumbo inomo ngaini. Zair na yana watu wachaga nkunyima na kwegoroke kusi. Na watu wachaga mangare mechango. Togo koro mochango etie kiombe ne etie kiombe. Lakini ntira abantu bako gadia keroba. Yeke aya abamba na biaba wamanyege tunakwana nginanda lokwana enami niga tirichigo tigara wakane chitenti echibere tarigo aliande na injere ro no honda jo ma ende ma hataja je ko ba mo ma tira kinko ba abantu Mata alije ko bakabanto proper. E wiki ya era ntu atwara abantu gali buona bange kweli. Na ane tukakora tukabanga proper. Lakini tutara banga. Ndale ko batebirero. Tuachire gana ababunga bange sana. Tuachire gana no mokonyi bwo morai bwense. Wasema no. Na mbeyemo ndebi abantu boira. Ebe sa kera bageni bayino bachire ekera bageni bachire ebagota ya mugeni njo egera mokonya sai abageni abakaribishire njoma nganje rote abageni akomatenga abageni ebanje tukorra maino no yambo saigo yani no ngaina nje kokija kwa ngame mugabira ayo yeka kumira mo minute ite kuyeka lakini ayo yeka kokija kwa ngoro kiria maino Inko madanga mbuyane na akaribishirwe. Igabana bageni abachegere mbayirana na kende babugate. Basi matobaro kyo bwanjani. Bwanjana bire. Egi akabire. Omo kutano yo Zair changa. Na abantu aretre na abasani baye. Bako moretre chibesa atikokonya abantu baye. Ayoje twanje Zair. Onye twanje tibageni ababachire. Heno bango mukutano. Onye mbari basani bago ayabanga bago hoteli yago nayo orangeri na intu ndocha kera jati ngocha asekete jenga ndo ngocha asichibese chikokwana jati ngocha basayigo gosema bambi togaka so ondebwensyo chase bekutana kuneye ndai tobe ko babuwa ngaki omokutano noyo janda abageni bachire nabango bebe sabana tinde yabo to goja kuoma na aganga na aretre besa ya na so mukutano goja ko ngoma ni njentige ekya besa ne ya ne kyokorera gosema na mami tawali erebia basere bobe oyo goja akoro kukimani chungwa nero mwakere chingobe ke okay oko mwakere chingobe ikire naroje
Unajua hapo ukibali chukua DJ nipatie muziki kwanza hiyo ndege ilanda alafu tuendelee. Wewe nipatie ajana wacha maneno yako. Nipatie ajana kwanza, nipatie wapi makofi ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, wapi makofi, wapi makofi. Wapi makofi ya Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, wapi makofi, wapi. Haya, wapi makofi ya Japhet Nyakundi, wapi makofi. Wapi makofi ya Irene Mayaka, wapi makofi. Haya. Haya, asante sana. DJ nipatie muziki tafadhali. Mheshimiwa Ichung'wah hapa mbele watu wakuone. Japhet Nyakundi. Mbele watu wakuone. Nyakundi. Mayaka. Huyo utacheza Mheshimiwa Ichung'wah akikuja. Asante. Ninangoja bado hiyo izime ndio maana. Omusayasi. No mochokoro chiko. Dr. B always listen. Haya, asante. Bono rende. Tagara bali morega. Yantroge via costero bobe. Toke ndale. Ole nalo kwa tebiga. Wewe hapa. Hapa bwana, tulia. Haya, enalo kwa tebiga. Na ayo tenene ikarasa kake baba bantu barara bantu. Wase baramento. Yendere osendige. Bone ke enalo kwa tebineke. Abagani abachire ka bonsipi. Na natebe bara abasani ba jana. Abagani aba ebane naenda abasani be president ya Kenya. Chikurande chikare. Bona igani kikere. Bona igani ke president. Nge president bona iga. Omwanja to mwanja. Ega muna janda. Omochori to omochoria. Omwanja to omwanja. Nero kadaki. Emiake vere ne menge sana. Chikura jitaraika. Emiake yevere ne menge sana.
tokonyara gochaka kweminjira mugambi uregeti tokonyara kongentereri mugambi ikaransirete egeti bono iga ekiagana nabwate chi budget isato akolana abwate budget yo mwaka yo 2025 abwate budget ya 2026 abwate budget ya gochaka 2027 bono gakiti ndako boli ngamuna chana abwate CDF cho mwaka yo abwate cho mwaka onde abwate cho mwaka oliole bono gaki no chake como ngentereri mapema iga okongentereri kwa gotiga goche gochi 2027 bono iga neng'ombe ritororo togokama eng'ombe ritororo gokama okoyebera nechinsiaga kwayebera nobonyasi kwarakama nakiekogera baruroche bagochi batobwa oiso kogenda roche mbaruwake mbakere timongwono yokura pi yani mbamwete noe pi itu twamwete intugochi twamwetenge lakini igari mbamweti pi lakini lilibakora lilibamanya ngosoire bagatuma mugakori kagenda okwani oria turanyora ebintu bakamukwania bono maate Jumapili no president yakare kokora cha madaraka day ali no akare orosiri stadium orosiri airport iri aba yaimokire igoro ndundu baito sengo tumwanya bari lakini barara onyorire bararageire chipara chiara abeire ebintu byara abere toche se itoga gusi ngiyakoba twachaka kwemincha omwako mutangani muntu no mube omuntu boranga abantu abani mbakene mbago akashukurani chikura chigo ikanaende tonyora ngana no mwako oringa ngakiare nane ntogotera nane chikura chiakwe nane tuirane naye tuchakoja kwengonya abantu bachana nabono iga epara ya ino ya birongo ya nyanturago ya nekekuru kwese zameri bono mochi miles bari cheno it's about 68 kilometers 38 I think so 38 kilometers pare ya ino omongwano yobe kire budget ya tangaswe baada ya metionyo mo gosebere president ko chiko igora pare yechake mo chaka kumwe mwinjira contract ate yakanu pare tigarere nchira arafu kire kikebe tori siasa gose tora kore pare tori siasa gose tora kore pare egetie kikianya anturago nkiabe kere 2 milioni 100 yo kerosi kaya kono kare gocho chezo bono ekasaira ko buginga ngwe una babunge ababande babusi na kwana abantu bane bakarobe ka ko buginga ngwe kongenda lyo mogana etikorusi kuchibekwa ngao ekewande keketikare toko da gwaka sikiagera siasa yenabere iko o ngombe ko kamwe kwebera likwa abaguzi ba minto nje nko bayebereri totakora atiga siasa torayebereri umuntu yara to ebitago toa tomako banganya siasa no chikubanga ko chimoto waki abana bameto ere biya ko sere bobe okuma ne gore para lakini wote bisairi ngakalwa kuma ne gore para kikoma te kalwa gosema na tigato te bisairi alwawe toganya serikali ko chikoja ne kego cha toye maiti dereri e pari ma go cha korosi kwa beto gani na amotegete boigo na amotegete boigo inchebono iga na ategi abantu bona inchebono iga my friend ogicha toga ndo kwa siasa eto gwaka na ategi sai na inche na nyakundi na manduku na bababo ntogoro na ali ga ntogoro ko nyamira okatogoria maiso sana na babo sibi omweshimiwa Steve Mogaka ena abatebiga budget yego chikorosi kwa ekaroma etotali serikali no ene kare budget yekorosi kutukurangerirwa bora tukumanya kiye keke kubagwa ayo kwa ina rali ache bunge wate ba aye gosenei ekegara tukurangerirwa se minister tukurangerirwa se PS tukurangerirwa se director of finance tukurangerirwa ne bona babunge bali batali ko chiari ko bwati ebintu byabo emure yemune gotwa chipara cyabana kichikoba estadi mwe munere na kebintu byabo bikoba na abatebi abatone tone kwemiga intutonguse tobeke chistima tobeke chipara oyo ochiko kwama igoro lyahe aganye na ane bagusi batete na tosanira mukamo mura akina abayebera iri abana ba mintugusi onde bwensi okoboli chikura khomumboyo lakini asalone kalikura tokoboli bone gine tokora taba mbona abana toikire babugate bose bana bametoka na yaro chira sa chiachire chekyobe ayo ta ndo tene ga to ake siasa
tokure bosaigo womanete ngo igune squeeze chiredi o tebi osoro sikanya rebe sijui nini nga osoro motengi okira tago kwa ekere kiwanda chiti munibere nje ngo chiesa moinari ai no be ndugu yane kero chiesa moinari lazima ngwatege ekere kiwanda gosema na bamito wake ekera chengo chiesa moinari ayo ngo chiesa moinari ese egitore ono to watenga kira ngoyiro yomiro nje no mopira na ana kibali ngo tatango ko bune kiagara nje moinari Tawa tega timbeka goringa ngoyo mino na robengo gore gori kipa muinari bindeni biko dalekana osa bana mito oyimo pireki inje bega te Chelsea yane Chelsea yane ye timu ena le go Manchester United nayo bega te Chelsea yago ye timu e go kuwa ati kare asini ka go sena Arsenal bono Jangan Okoranga abantu betimu ene na obajira. Etimu eri enkabale kamora. Wose tiantu bi example. Inche imbegete Chelsea yane ashabana. Aya moinari o begete Chelsea ya Ormaya. Omaro ndainga ego orikipere Ormaya no bogusi. Aya ngo Chelsea ashabana ngati Chelsea mbeke go chiase Ormaya. Afek ki konore tranoneri como okoria ngebe kegoria nebe elebia basere bobe abana baminto einero siasa tora ake gusiya ito ebioke einero siasa mwanjera bile bona bageni ababango cha gukwana bikoneri elire gusena ki ekero bote na gukwana kende gionzi kiagara ninja indu tuacha Wazee maana watu bado maende dokwane yes watu bado maende mwa injoba na ajiti maende kokira onda inkire bona kwangita nje maende kokira nje njaka mono kakana kana ne sukari akane pilipili bonda rwanja kwane na bontongire eserakali iri nkoro ba ko ramne pilipili ba mbuata bona kanche ngaranzere tongo tuora my friend ke dokeo kira abere Oh, ndebuya. Oma wate induga sa mandegere. Dani ngere na sebo chuko chale kaya akiti. Eka na ko watu wake ubu yani. Ko watu ko sema kale. Wata toke serikali ni toke. Bona uma eteke ni yoso ko. Tata ni more gete na kenga ka. Nko babuya. Tata ko ngwaro jaba ngo bande igoro ba kukwana. Baka bande ba ko fake production. Tata ko toke serikali ga asie ngomu. Bako ko ga rote kana abu atirwe. Na bekwe kawa ime yayo kwate ne chando njetinda ro era se chale dia na ruara njedia da gere da ta njetinda ke eye na ro sirie eye na ro sirie tiga da ra yera gere da ayo go tikorosie yago o chokora gere ane ntundu kaiyo sawa njedia da rie yane tuliko nde indwo tuliko te Isaia karuo achikora ko ganye serikali ya motwe ya ro sirie chiai odara manere Mwamwante ile. Agedrene serikali ro. Aleta bageni hapa. Ya mwisho kwa lugha ya Kiswahili wewe zaidi. Ya mwisho tu peke yake. Tumeona drama sana Kenya hii. Drama kubwa Kenya hii. A whole MP ambaye amechaguliwa na wananchi. Kwa sababu wamekosa agenda wakiwa na mtu yake ya ambaye alikuwa impeached. Kwa sababu wamekosa agenda, anaenda anapanga abduction yake, anasema ya kwamba alishikwa, anaenda anaingia kwa majani, kwa kahawa, uongo. Baadaye ripoti inaonyesha kwamba ile gari ambayo ilimbeba ilikuwa gari ya mtu yake, iliorganiziwa na manager wake wa CDF. Sasa hii tension yetu mnaleta Kenya ni kwa nini? This is the drama we've been telling Kenyans. Hata hizi abductions zote mlikuwa mnasikia in the previous in recent months. I am telling you, interest ya huyu mtu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya haina amani, Kenya ianze vita mapema, Kenya ianze kukosana. Na sisi kama hii jamii yetu hapa very hard working ambao tuko Kenya mzima, hatuwezi ruhusu Kenya ikose amani, especially sisi community ya kutoka hapa Kisii.
Tunaishi kila mahali. Thika tunaishi, Eldoret tunaishi, kila mahali. Ukianza kuvuruga amani mapema hii, hata before elections, na kuanza kututishia maneno ya amani na maneno mengine, we are telling you, shame on you, it is not going to work. 2027 will be the most peaceful election ever. Hata muweke drama namna gani, kwa sababu na mimi naambia wale wabunge ambao wanatembea na mheshimiwa wa Munyoro, mkuwe very careful. Huyu mtu ambaye anawaambia mjifanye abduction, atawaua akuja kusema ni serikali. I am telling you, huyu mtu anafanya drama, anasema kwamba wewe enda ulale kwa kahawa. Mara saa zingine unasema serikali inanipanga kuniua. Wewe sasa, wewe hata ukionekana akili ilikufa, sasa wewe unauliwa na nani? Ni mwili tu inatembea. Hakuna mtu hapo na haja na wewe. Sasa tunaambia wale wabunge ambao wanatembea na huyu jamaa ya kwamba mjichunge. The way the guy expresses himself, mpaka unaita press conference, unasema ya kwamba ati hospitali na uongo. Huyo mtu mumchunge. Atawapiga risasi, atawaua, aseme ni serikali imefanya hivyo. Msiseme hatukuwaona. Because that guy can go to whatever extent to seek sympathy. He can go to whatever extent kutafuta huruma na kutafuta kura na kuleta disorder katika hii Kenya yetu. Lakini tunamwambia we are watching him. If you dare do that, the same government and the same police unit, they will still expose you na utashikwa. Siku zako zimekaribia tu. Lazima utakula plea for whatever you've been doing in this country, vitu za ukora na kunyang'anya watu mali yao. Watu wa Kisii tunakubaliana namna hiyo? Mnakubali namna hiyo? Huyo mtu mshaimuona hapa? Mshaiona huyo jamaa hapa? Mwanaka Romo Ndoyuga? Mwanaka Moraga? Ona hata ukona kuruke jere kemo. One village kila saa. Hapa mwaro lenda bwa na changa. Tunamwambia kwenda huko. Ni akina nani wanapenda Mheshimiwa William Samoei Ruto? Yote naona wala wapitana kwa mkono. Aende mwezi pi. Moja anachiwa satia Toba anachiwa sia Yaani ukaende tigo sana ndio mbuko ona kioko ndio mbuko ona hiyo. Eti aende tinyinge. Kwa hayo machache, Mungu awabariki Mheshimiwa Chana. Haya. Sasa tunafanya namna hii. Inumorega. Sukaiga. Kama sikani tonjo keiga. Toikaranza maegari. Tafadhali. Nama eligo chana. Abamogo kusuya. Nama tolega na makondo kama igenje na gete. Kama iga. Okay. Haya. Igo. Panda na baigweli. Asante sana. Asante. Haya, sasa kwa sababu ya chinsa tunataka tukimbize hii program haraka, si ndio? Wacha sasa nimwite rafiki yangu, ndugu yangu wa karibu, amewacha kazi yake, nimembembeleza aweze kufika, ni msaidizi PA wa Rais William Ruto, Mheshimiwa Faruk Kibet, aje tusaidiane kusukuma hii program haraka mbele. Tumpigie makofi ndugu yetu Faruk Kibet. Wapi hiyo music sasa, mambo imeanza. Osoro, wewe utasema umeletea nini Nyaribari tatu? Leta. Aleta asilete. Osoro ni sawa? Wapi vikelekele na duri ya Osoro? Hata hivyo nataka kuuliza mjumbe wa hapa pia anipatie mali yake kwa hao watu ya Nyaribari. Hebu pongezeni mjumbe wenu. Mheshimiwa Zahir ameletea nyinyi na marafiki wake, yeye ameleta bilioni 1. Yeye peke yake, sawa? Osoro, kiranja wa bunge, 5 pekee. Mimi ama huyu? Mimi si ndio? Wewe nyumbani, kazi yako imeisha. Abantu bamito, buyamono. Buyamore naende. Hey, umekuja hivi siku ya leo kukaribisha wageni. Asante. Huyu mheshimiwa wenu Zahir, rafiki yangu sana wa karibu.
ni rafiki yangu tangu akuje bunge. Tunafanya kazi mara mingi pamoja. Saa ile anatoka nyumbani hapa Kisii, huwa anapita pale kwetu Kericho, alafu tunapanda kuelekea na Nairobi. Unajua pale kwetu nyumbani, mimi natoka pale panaitwa Kabianga. Pale nyinyi mlitoka ndio mkakuja hapa. Sasa Zaira anapitianga hapo. Tunakula, tunaelekea Nairobi. So amenialika akaniambia, tafadhali rafiki yangu, hebu tembelea watu wa Nyaribari, waoneshe mapenzi ya hali ya juu, kwa sababu 2022 wakati watu walikuwa wanasema maneno mingi, watu wa Nyaribari walimchagua Zahir kwa chama yetu ya UDA. Akaniambia, tafadhali kuja urudishie wananchi mkono wa shukrani. Sikurudisha mkono ni kitu ya maana. Unajua kule Nairobi kuna wakora wanatufanyia kesi, wanatuandika kwa magazeti, wanatuchora mapicha, wanasema atio tunazunguka Kenya na mapesa. Sasa mimi nashangaa, saa ile wako kwa baa wakikunywa pombe ya 1,100 hawataki kuulizwa maswali. Sisi tukichukua hiyo pesa tuletee wananchi wale walitupigia kura, wanatufanyia kesi. Sio ni ukatili? Si ni ujeuri? Si ni ukora? Sababu mimi nashangaa, wewe ukiwa na pesa yako uamue kufanyia kitu fulani Nairobi, wengi wao mnajua ile vitu wanafanyia. Sisi tuseme, sababu sisi chama yetu tulisema msingi wetu ni mwananchi yule hapo chini. Yule ambaye yako bottom anafaa kuinuliwa kwenda up. Na wakati rais anapanga mikakati ya kuona biashara inakuwa better, maneno ya kahawa, mnajua vile mambo ilikuwa. Nyinyi ni wakulima, mnajua mambo ya majani chai, mambo ya kilimo ya kila aina, ambaye tunazidi na kusema izidi kusongeshwa mbele. Mnakumbuka vizuri, kabla serikali hii kuchaguliwa, mlikuwa mnachukua mbolea kwa shilingi 7,000. Siku hizi, saa hizi tunapozungumza, mbolea inauzwa kwa 2,500. Na wale wanatukasirikia, wanasema kwa nini mnasaidia wale wako chini? Ati wanataka tu nyinyi mbaki pale chini ndio mkue vibaraka yao ya kufanyia kazi na kutumia kurusha mawe na kufanya maandamano wakati wa siasa inafika. Hiyo maneno tumekataa, na tumesema tunataka taifa ambalo mwananchi ambaye anakumbukwa katika mipango yote ya serikali. Tutafika. Akisema turudi tena Jumamosi, mtatukaribisha? Tutakuja tena na tena mpaka wale wasikia fitina. Ati wanataka tukichaguliwa tukae kwa maofisi kule na hewa ya AC na tunakunywa maji ya dasani, hatujui mwananchi ule alituchagua kwa namna gani. Lazima turudi kwa mwananchi wa kawaida, tusikize maneno yake ile ambayo anatueleza. Ndio wakati hata sisi kama wale ni wabunge, vile tunarudi bunge kwa sasa, tukipitisha sheria kwa kichwa yetu iwe ni mawazo ya mwananchi yule wa kawaida ambaye anatuambia, ambia rais azidi kuongeza pesa kwa kilimo ili mwananchi wa kawaida maisha yake inufaike na ikuwe bora zaidi. Ambia rais apange maneno yenu ya barabara, apange maneno ya hospitali. Na mimi nimefurahia kwa sababu kuna mtu amezungumza hapa na akatuambia, tafadhalini wananchi. Kuna wengi wanaifanyia mzaa katika mtandao na kwa mazishi na kusema inafanya haifanyi. Ukitaka kujua ukweli wa maneno ya SHA, nenda hospitali ukiwa na kadi yako kwa mkono, ndio ujue kama inafanya ama haifanyi. Lakini bila kujiandikisha huwezi kujua. Tunapozungumza leo ndio mjue Kenya hii imejaa wakora. Wengi wa wale wanaongea maneno hayo, ile orodha ama list ya counties vile zimejiandikisha ikitokea, wengi wa wale wanapinga maneno ya SHA, county zao ni namba 1. Wakikuja hapa Kisii, mnaambiwa ati usijiandikishe. List ikitoka kule Nairobi, unapata county yake, county ya Nyeri namba 1, county sijui gani namba 2. Alafu nyinyi sababu ni watu wangwana, pengine mnafuata mnasema mtu fulani na fulani alisema. Hii Kenya pahali imefika, lazima mwananchi ajulishwe ukweli, aambiwe kuna timu mbili. Kuna timu chapakazi ambayo mnaiona hapa, ambaye kila siku wako mashinani, wanashikana na vijana wa bodaboda, wanashikana na wamama, wanashikana na wakulima, wanainua biashara yao.
Ile ingine ni timu ya sarakasi, drama, fitina na hakuna chochote cha maendeleo mtawahi kuwasikia. Wakikuja hapa Nyandurago, maneno itaongelewa, mwisho kila mtu ataenda nyumbani. Nyinyi mnajua, nilisikia Zahiri akiongea. Na unajua hata kama ni mbali kweli, si ni karibu sana. Kwa hivyo mkiongea nilikuwa nasikia. Niliona Zahiri wakati alitaja mambo ya Chibesa, masikio yenu inafanya hivi kabisa. Unajipanga kabisa vile inafaa. Sababu si kila mtu anaamka asubuhi kutafuta pesa ama kuna kitu kingine watu wanaamkia kutafuta. Si watu wanatafuta pesa. Ati wanatuambia mmeenda kwa hiyo mkutano, mmeenda na tumbo yenu peke yake. Kwani hao sasa ile wanakuja hapa wanawacha matumbo yao nyumbani? Si wanakuja naye? Hiyo watu ya fitina msiwapatie nafasi hapa Kisii. Ujue siasa ni maslahi. Ule mtu anadai maslahi yako. Ukiona serikali ambayo inakupangia mambo ya afya, inakujengea barabara, inahakikisha stima inatembea hapa mashinani, inakufanyia empowerment, inahakikisha wewe mkulima umelipwa vizuri kwa mazao yako ya majani chai, kahawa na ile mipango ingine yote ambayo unafanya, maziwa, hiyo ndio serikali ambaye inakujali na hiyo ndio maneno unafaa usikie. Mtu yoyote ambaye hana plan, hazungumzi maneno hiyo ya ambaye nimetaja, kazi yake ni fitina, sijui nini, one time, huyu must go, huyu afanye hiyo, mwishowe atakuacha kama maisha yako iko mbaya kuliko vile ilikuwa. Kwa hivyo niwaombe nyinyi ndugu zetu, mimi nikiwa jirani yenu kutoka hapa Kericho, na unajua Zahiri, wazee wetu wameniambia pale Kericho usirudi, niko na list iko hapa. Niko na kesi kidogo na nyinyi. Wasichana wetu wakienda college, wasichana wetu kutoka pale Kericho, hata nimeona wengine kama huyu, kwao mimi najua hawarudi nyumbani tena. Sijui vijana yenu ya Wakisii wanawafanyia nini. Ninawajua, si wewe ni Chebet. Na huyu mwingine namjua pia kwa huyu. Wasichana wa Kericho wamejaa hapa wengi sana. Na wamependana, wamekuwa kitu kimoja. Sisi hatukatai, tumesema mtupatie ng'ombe tu peke yake. Hiyo tu ndio tunataka. Msichukue watoto wetu bure, hiyo peke yake. Hadi mnataka kuongeza tena wengine zaidi. Wewe umeoa na unasema unataka kuongeza zaidi. Kwani wewe wawili peke yake? Kwani huku kwenu watu wanakubaliwa wangapi? Hati watatu na wamama wenyewe ndio wanajibu. So sitaki kusema zaidi ya hapo. Mimi nimekuja tu kushikana na nyinyi. Na niwaambie Kenya pia imejaa sarakasi sana. Simaona mjumbe kama Zahiri. Imagine mtu mmechagua kama Zahiri, amechaguliwa kule Juja. Anatangaza kwa radio na television, anasema ati serikali imeniabduct. Polisi wanafanya uchunguzi, mwisho inajulikana mtu alikuwa amejifungia kwa hoteli na mtu yake, anajivinjari, asubuhi anaenda anajitupa kwa majani, alafu anatangaza. Lakini mimi silaumu huyo mjumbe. Mimi nalaumu director wa hiyo kipindi ambaye sio mwingine ibali ni wa Munyoro ule ambaye tulifukuza. Mtu ambaye kichwa yake imejaa kasumba, uongo na fitina. Kazi ni kudanganya na kuhakikisha kwamba Kenya hii hakuna kitu mzuri ambaye inaendelea. Wakati tulikuwa tunawaambia hizi sarakasi zilikuwa zinatangazwa za abductions, huyo bwana anajua, watu wengi walifikiria ni mzaha. Sasa Kenya mzima imejionea. Kama wa Munyoro anaweza panga mbunge amwambie enda ujifiche kwa hoteli, ulale, ukunywe pombe, asubuhi uamke ukimbie kwa kahawa, useme serikali imekushika, hakuna kitu huyo mtu hawezi kufanya. In fact, mjiadhari sana. Akikuja hapa kwenu, mjichunge sana, kwa sababu huyo na hao watu ambao wanatembea na yeye sio watu wazuri na hawana ajenda mzuri kwa Kenya. Wakati nitarudi kule kwetu nyumbani, sinirudishe salamu. Niwaambie ndugu zetu wa Kisii wametumana salamu. Wamesema tukae pamoja, tutembee pamoja ndani ya serikali mpaka mwisho vile inafaa. Bas, Mheshimiwa Zahiri, mimi pia nimekuja, sikuja mbaya sana. Ngawaje bonus ya chai haijafika, nimebeba kidogo ile nilikuwa nayo. Nitapatia wananchi wako shilingi 1,000,000. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki.
Asante sana. Makofi kwa ndugu yetu Aaron Cheriot. Sasa wacha nimkaribishe ndugu yangu, rafiki yangu, jirani wetu, Mheshimiwa Jafet Nyakundi, mjumbe wa Kitutu Chache North. Ngoja kidogo, ngoja songeza hiyo kitu DJ. Unajua, ngoja kidogo DJ. Ngoja. Unajua madharau Nyaribari hatupendi. Wewe unavaa suti kuliko mjumbe namna gani? Huyu mtu namna gani? Na hii ngeki. Haya DJ, tunataka kuona Nyaribari Chache ama Kitutu Chache North. Weka hiyo muziki, tutake tendo tenge. Twende. Mtu ya suti na mjumbe hapa. Haya sawa, asante sana, asante sana. Abanyaribari baminto mbiyamore naende tikato kuana niga bali banje de Nyasaye tikato kuana niga. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, Mheshimiwa Aaron Cheriot, ndugu yangu Faruk Silvano Zosoro, wajumbe wote walioko hapa na watu wa Nyaribari na wasalimia hamjambo. Hamjambo tena. Intu etwa chirega esenge njio mwana yo midogoro ku Zaire Jan. Zaire yoyo intu etwa hariye chikura nere togaswa nere ngakiemo. Omwana yo mino moisode na achabuone. Agacha gokore gendo buneke na incherero na tebanga esenge njio no mwana ito. Nere momromi into na ije wekangi chega iganda araba Nyaribari baminto. Nilituareke ko igichukura. Etuachete togatebanga amangana bottom up. Ngaweka tokonya abangi na bechiro, tokonya abangi na baito, abamuraba boda, tobaruzi ko runsa, tobairararia. Tobarusinsa, tobairararia. Tobaire igoro. Lakini ero tuachire iga n'abachumba ababonsi n'abaraya ababonsi rero torete chibesa abangi nabaito abagaka baito abamura baito n'abantu baito baboda banyore chibesa banyale gokora ebyasara byabo eyere buyagosere bobe lakini ntaragendra omochumbo oyo ino nomosanyone nende nomonto muya Abanyaribari ndaenda ko bakerambiya mono esengento mwato chorete omonto muya omonto mongaini omaite korosia basani lakini lero ndaenda moso erega igo omochumbo oyo ino tuchandire sana inche tore no mochumbe osoro toro na Kimani Ichung'wah ne president yeto omondo kila rituko no ale chiobisi cheito maito zora chomete ekomiti kete koro ku budget amangane chibesa chia Kenya oyo koruma mino ale adere chibesa chionsi chagusi abeke chibare cha Nyaribari omochumbo oyo ino no ale ekomiti kila rituko adere chibesa chionsi abeke abantu baino estima omochumbo oyo no ale gari koruma bibaka baroba nenda to ngaina awata da mijero mosani kwa president otajia tuko mbele chibesa chia maji na limo korora inu wali ni nduko kwa toma aja to jande aile chibesa chosi chegusi ale ka Nyaribari aya inuti ka bwana itu tuta ile chibesa echo ale ndio to janda ino una ndio to janda ale chibesa chia maji cheji para cheji skuru chestadium ya Nyandurago marenga baje de Zaire jana igo mwezi bipo mwajete lakini mwezo na romo ndete kama tebanga oyo no muindi nini amangana amange boso mondo nwaki ne alaiga boso mondo nwaki
omonto okorkuzai tariko banga buya. Tariko banga buya. Igale entre ko banga igo. Omonto dio koteba mangana ito kama debi ashi. Omonto yu ashi. Ashindo katika jina la Yesu. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, mimi nilikuwa nasema hawa watu waokoke, Mwenyezi Mungu anakuja. Sasa mimi nataka niseme hivi. Hii serikali yetu ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Sasa hivi ile kazi tuliambia Wakenya tunaendelea nayo. Na ndio kwa maana umeona ile barabara inatoka Keumbu, ile ya Kegati, ile inaenda mpaka Iveno, kilomita 33 imewekewa bilioni 3, na chini ya miezi 2 Mheshimiwa Rais anakuja hapa azindue hiyo barabara. Na hizo barabara sio hiyo peke yake, hizi barabara zinaendelea Kenya mzima ikiwemo kule kwangu. Pia maneno ya soko, hii Nyaribari chache tuko na soko 5 ambazo zimetangazwa ambazo zinaanza. Na hizi soko haziko hapa peke yake. Hizi soko tuko na soko 400 ambazo zinatengenezwa Kenya mzima ikiwemo kule kwangu niko na soko 2. Maneno ya afya, Mheshimiwa Rais amerekebisha, ameamua kuweka kila mtu katika ule mfumo wa SHA. Na tunaambia watu wetu, nyinyi rejesta katika SHA ili tuweze kusaidia watu wetu. Ile maneno ya kilimo, yeye amepanga maneno ya kilimo yote. Sasa bei ya kahawa kutoka shilingi 50, bei ya kahawa sasa iko shilingi 140 mpaka 150. Maneno ya chai yamepanga, maneno ya sukari. Kenya hii tulikuwa tunaleta sukari kutoka nje. Mheshimiwa Rais akapanga reforms kule Western. Saa hii sukari inatoka hapa Kenya. We do not import even 1 ton of sugar from outside. So mimi naomba watu wetu tushirikiane. Sekta ya elimu vivyo hivyo. Yeye ameajiri walimu zaidi ya 76,000 ikiwemo hapa Nyaribari chache. Yeye madarasa amejenga chini ya mwaka moja madarasa zaidi ya 22,000, 22,000 classes chini ya 1 year. Ona bantu wa minto, mimi nawaomba kuja tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele. Hawa wale ambao wanapiga siasa ya chuki, siasa ya fitina, siasa ambayo haina adabu, tunawaambia wakwende mbali. Sisi kama Wakenya hatuwezi kubali turudishwe ile siasa ya 2007. Sisi kama Wakisii ile 2007 tuliteseka sana, na hatuwezi kubali mtu aturudishe ile siasa. Hata huyo mtu ambaye anaongea hayo maneno, former deputy president, hapa Nyaribari chache hakukuja. Inumwa roto mondolina ila. Omondolina achenda. Lakini oyorega ile deputy president. Mwesonde mbogiranga alenge. Ona iga no alega iga. Intutu kwa masaba tikatobwaterane tokorega asiamo. Mbarenga bachirane tokorega asiamo. Mbarenga bachirane Zahir Jenda. Mbarenga bachirane William Ruto. Mbarenga bachirane Kindiki. Ikotobwaterane. Tomerema. Ozabana tosoka bana mapema. Tosoka bana mapema. Togenda tosoka wasutigalega iga. Totigalega iga. Ichena Jenda. Naruto. Na Zahir Jenda. Mbarenga bachirane totigalema imbaema. Pia moro sana tikanya saba sesi. Mimi pia ninatoa 1,300 kwa mchango ya kusaidia akina mama kutoka bottom. Tuende wapi? Bottom. 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 Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu mheshimiwa Nyakundi. Sasa kwa sababu utoka gereji pesa, tarigo. Utoka gereji pesa. Utoka gereji pesa. Utoka gereji pesa. Utoka gereji pesa. Haya sawa. Sasa nataka nimwalike ndugu yangu, rafiki yangu, senator kutoka Trans Nzoia, ndugu yangu mheshimiwa Alan Chesan. Ngoja kidogo. Mbona mnatuharakisha? Ngoja kidogo. Ngoja.
Najua mheshimiwa senator, huyu mjamaa ni rafiki yangu sana, na kwa sababu ninajua wewe haujaoa hapa, angalia vizuri, nakusaidia tafadhali. Asante sana mheshimiwa Alan Chesang, karibu sana Nyaribari Chache. Unasema dance? Sasa mumekataa mambo yangu, muona mtu amekaa mzuri kuliko jana. Na hii mshahara lazima watu wakule hapa Nyaribari. Leta hiyo tuweke. DJ, weka muziki mzuri. Asante ndugu yangu Zair. Watu wa Nyaribari Chache, hamjambo? Muko salama? Muko salama? Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Mimi kwa majina naitwa Alan Chesang, senator mchaguliwa kule Trans Nzoia County. Mimi ndio kitinda mimba wa wamama pande hiyo kule Trans Nzoia. Kitinda mimba mnamuitaje hapa? Omogoti. Naona wamama ndio wengi hapa. Wamama muko? Sasa nataka tufanye kitu moja. Tuchangamke kidogo, si kweli? Nikisema mnajibu we, sawa sawa? Wamama wangu we. Mimi kitinda yenyu. Simba ni mkali. Ali wa baba. Aka wa mama. Sasa toroke. Hao masimba ndio wale wanakuja kuwapatia vitina. Hao masimba ndio wale wanakuja kuwadanganya ati SHA haifanyi, lakini mwakwao ndio wamerejesta kushinda kila mtu mwingine. Hao masimba ndio wale wataki maendeleo ikuja hapa mashinani. Mimi nauliza nyinyi, Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto alisema hii serikali lazima iteremke mpaka kwa mashinani, si ndio? Kwa mama mboga, bodaboda, manamba, hata ule wa mkokoteni. Na leo mimi nafurahi sana. Na nashukuru sana huyu ndugu yangu Zair. Kwa sababu leo ndio ile siku amekuja tufanye mchango kwa zile biashara ndogo ndogo ili tuweze kuinuka. Si ni kweli? Si hapa kuna mama mboga, kuna bodaboda, kuna watu wa mkokoteni, kuna wale mpaka hawkers. Zair, mimi nakushukuru sana. Na wewe kama rafiki yangu ilibidi lazima nikuje hapa. Ya kwanza, kwa nini nimekuja hapa? Kwa sababu baba yangu alikuwa anafanya kazi hapa sokoni. Na alikuwa anatoa hapa Kisii, ndizi na mananasi. Ndio maana leo nimetoka Mombasa mpaka nimefika leo hapa Nyaribari Chache. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, ile kitu ambayo imenileta hapa, nimetaka nione hawa watu wa Nyaribari Chache wanakaa namna gani. Hawa watu ambaye waliwacha watu warefu wakachagua hii mtu mfupi. Tunaelewana? Hawa watu ambaye hawana ukabila waliwacha kabila yao wakachagua hii mtu muhindi. Tunaelewana? Mimi nawatolea kofia watu wa Nyaribari Chache. Na hivyo ndio maana, kwanza mjipigie makofi. Hivyo ndio tunataka. Mambo ya ukabila Kenya hii hatutaki. Mambo ya kabila tufanye nini? Yaani watu wa Nyaribari Chache nyinyi watu wa nguvu sana. Yaani mliwacha kila mtu. Mliwacha mpaka ule mkiziwa hapa. Kwa sababu mnaona mbele, mnaona uongozi. Tunataka tuambie wale viongozi ambaye hawana maendeleo wasilete mambo ya ukabila na mambo ambayo haina maendeleo hapa Kenya yetu. Si ni kweli? Sasa ya mwisho ningependa kuwaambia ya kwamba kule Trans Nzoia mimi nimeshikilia na tunarejesta SHA Trans Nzoia kwa sababu tunajua SHA inafanya kazi, na kama unasema SHA haifanyi, ngoja ile siku unapata mgonjwa ndio utajua hiyo SHA inasaidia sana katika Kenya hii. Ya pili, ningependa kusema kitu moja.
viongozi tumeongea na kuna kitu moja tumesahau hapa, mambo ya vijana. Serikali iko na mpango mzuri sana, kwa sababu nimeona hapa vijana wale wako 18 years mpaka 28. Serikali iko na mpango. Mheshimiwa William Samoei Ruto amegundua vijana wengi wetu wanataka kufanya biashara, ama wamesoma wengi na hawana biashara wala hawana capital. Kupitia wizara ya MSMEs, ile wizara ambayo Oparanya yuko, ameanza program ya vijana 18 to 28 years. Ningependa nichanue vijana, na hii program inaenda kupatia vijana kwa kila ward 70 youths kwa kila ward phase 1, phase 2 tunachague 70 youths kwa kila ward, na registration ni rahisi tu. Kwa simu yako, kama mama uko hapa na kijana yako hayuko hapa, hebu grami kitu inaitwa *254#. *254#, alafu unafinya 3 na unafuatiza mwelekeo na hii ni ya majenzi wale. Sasa jenzi wa ukweli, naona mzee hapo anasema nini, hii ni ya vijana wadogo. Serikali inachagua randomly kwa kila ward vijana 70, mnapatiwa shilingi ya 50,000, unaanza nayo kufanya biashara, na ile wizara ya MSMEs itatuma watu wao kufundisha watu mpaka hapa ward levels, hapa Nyaribari, Chare na hapa Kisii, Kenya mzima 1450 wards watapata hizi pesa vijana. So vijana msisahau *254#. Tunaelewana? 254. Basi mimi nashukuru. Mimi si mtu maneno mengi, nataka nimalizie hapo kusema ukweli. Mheshimiwa leader Aaron Cheriot ameongea, umeibia vijana wa Kisii, wameiba wasichana yao, si kweli? Nataka niambie ndugu yangu Zahir, mimi niko na mtu kwa nyumba. Unakosoa kidogo, mimi niko na mtu kwa nyumba, lakini kusema ukweli, tunaelewana? Wamama, tunaelewana? Kusema ukweli, kama singekuwa na mtu kwa nyumba, leo lazima ningetoka hapa na Moraa ama kwa Mboka, ama nani, ama Kemunto, lazima ungenipatia. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mimi ni mkulima mdogo, ile kitu yake niwahakikishie. Nimesikia mtu amesema niongeze, lakini mimi kama ni watoto nitaongeza, bibi nabaki nayo moja. Mwenyezi Mungu awabariki. Pia mimi niko na kitu yangu kidogo, tutachangia hawa wanabiashara wako kama rafiki yangu pia shilingi 1200. Asanteni sana. Asante sana ndugu yetu Alan Chesang. Tumpigie makofi Alan Chesang. Aya, sasa nataka nimkaribishe Irene Mayaka. Asante sana, nominated mbunge kutoka Nyamira. Ngoja kidogo. Huyu mama mumemwona? Ngoja kidogo. DJ, twende kidogo, twende. Asante sana. Abantu ba Nyamira, Nyamira, Nyanturago. God is good and all the time. Mramwaigu Jengo Nyamira, West Mogirango, Bogichora. Nimefurahi sana Bochaiga Nyanturago. Ozairo yonomo sani one sana. Abate nkore ndabu mune rangi ya tao. Mama ite rangi ya tao. Umonto muya sana. Sasa hii Nyanturago, siku ile nilikuwa mtoto mdogo, umonto naro okoro kujona risi. Igarenge hotera igoro ya Elicha Mongare. Gano omogo sana Chisuti. Chisuti nchiro. Ngeye mongira ngenero Nyamira. Na ochire iga. Sasa tuko kore siasa ya magendeleo. Taivo, sisi tuko katika ile team ya broad based. Team gani? Oyo Zairo kwanza wacha niongeze ile mastaka yenye Nyakundi amewaambia. Zahir
Torase committee yemo. Ekoro regional integration. Gawa John Tebi, Mwesh, wacha nikimbie pale treasury nifuate mambo ya Nyaribari chache. Alafu nitakuja baadaye. Anafanya vizuri kweli? Mnakubali makosa yake? Kwa hivyo endelee. Zaire akae kwa serikali ama atoke? Akae kwa serikali ama atoke? Na sisi wengine kutoka hapa Gusii, mnataka tukae kwa serikali tuendelee kupigania maneno ya Gusii koseto ruororo. Tobere abu. Na nitona make sure chipara cha Gusii chiachire taigo. Estima ya achire taigo. Okoba, some parts of this country, abantu babate electricity up to 80%. Igawa Gusii tobate 55%. Ndogo ikanentu igabu. Igotonya kama ngombeye. Kosetonye tigere abande. Barenga bagote batoka me ngombeye. Barenga bagote batoka me ngombeye. Barenga bagote batigasonya go support William Samoei Ruto une president ya Kenya. Ngandore. Omaitawa taba media maroche. Igatobaro kimuna Gusii induna bangaini. Taigo. Gusino mongaini gosetani mongaini. Iko irana Nyamira, nkimoda etentebya abantu ba Nyamira. Batebyo mo Gusino monto mongaini. Taibo. Naenda ntori koru serikali, ntori gotigera onde, no torabu. Ono gingokora, maete igari Nyamira. Ndoko nyomu igari Nyamira. Mobate abantu igangira nena wara busoito. Goseche berega. Alafu mocha Nyamira monga kere kura ya women rep. Taibo. Toichereine. Aya inga ama kobo yeo masalangu ya bantu ba Nyamira. Diamono sana Nyasaya basesenie na inchengo menta chisiringie beronge sano. Erebia gosere bobe. Asante sana Nyasaya basesenie. Asante sana. Sasa nataka nimkaribishe leader wa bunge Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Tupigie makofi. Tupigie makofi. DJ. Ngoja. Unajua mimi naogopa, sitaki kuleta mchezo kwa mdosi wangu wa bunge. Kwa hivyo leo saa hii nitacheza vibaya kidogo ndio yeye apite. Sawa? Haya DJ. Asante DJ. Abantu baitu Nyandurago Mbuyamure naende. Muko salama? Asante, mimi nashukuru hasa mbunge wetu Mheshimiwa Zahir. Sababu vile amesema tunafanya kazi naye huko bunge. Mimi sio mdosi yake, mimi ni comrade ama colleague wake huko bungeni. Lakini kama iko uchaguzi, mulichagua kiongozi, ni uchaguzi uliopita wa 2022. Sababu huyo Zahir wakati alichaguliwa akaingia bunge, tukamuona ni kijana mwenye bidii sana. Simesikia hata Chesanga akisema muliacha wengine warefu mukachagua mfupi. Lakini ni mfupi, anaona na kuangalia kazi ya watu wa hapa vilivyo. Na nashukuru sababu wakati alichaguliwa tukamweka kwa kamati ya barabara. Hata mimi mwenyewe nikitaka kutengeneza barabara huko kwetu, yule mtu naambia niangalilie mambo yangu hapo ya barabara kwa komiti ni huyu mbunge wenyu Zahir. Na mnajua vile mambo yenyu ya hapa hajaacha nyuma. Mnajua rais alikuja akawaahidi barabara hii ya hapa Birongo kuja hapa Nyandurago, na huyu Zahir amefanya bidii, amesukuma rais hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyandurago, barabara ambayo itagharimu shilingi bilioni 3 is already advertised, na hivi karibuni award ikipeanwa. Simuliona wa Chinese walikuwa hapa juzi kukagua contractors wa Chinese.
award ikipeanwa, hao contractors watakuja na Mheshimiwa Rais mwenyewe ama naibu watakuja waanzishe rasmi ujenzi wa hiyo barabara ya kutoka Birongo kuja hapa Nyandurago. Kuna ile ingine pia ya Keungu kwenda Ibeno, hiyo pia Mheshimiwa Zaira amesukumana nayo kabisa, pamoja na ile ya Kigati kwenda mpaka Mariba. Hizo barabara zote huyu Mheshimiwa Zair amesukumana nazo na anatufanyia kazi nzuri sana, sio tu kwa watu wa hii constituency, hata pia kwa taifa la Kenya. Ndio nimewaambia safari hii mlipita mtihani kwa uchaguzi. Mtaanguka mtihani siku nyingine? Mtasimama na huyu kijana wa kazi? Mtasimama na yeye? 2027 mtasimama na yeye? Mumesema akae kwa serikali ya Kenya kwanza, aendeshe kazi ya barabara, aendelee. Mnakumbuka pia rais akiwa deputy president, huyu Zahir akiwa kijana tu wa mtaani alileta rais hapa akawaahidi mambo ya KMTC, na wakati amechaguliwa tulisukumana naye bunge. Najua ameweka milioni 20 ya ile KMTC ambayo rais aliwaanzishia, na najua anapambana kupitia kwa KMTC huko Nairobi. Hiyo KMTC itawekwa pia equipment ya karibu milioni 117 ili KMTC yenyu iwe functional na isaidie watu wa hapa na Kisii County kwa jumla. Na sio hayo tu, huyu Zahir pia wametembea na rais. Mnajua ni rafiki ya rais, amepambana akasumbua rais sana, wakatembea nje ya nchi wakatafuta pesa karibu shilingi bilioni 4.7, 4.7 billion ya kujenga a cancer center ambayo mnajua inaendelea hapa Kisii. Huyo kijana ni bidii, sio bidii? Ni mtu wa bidii. Na sio hiyo tu, nyinyi mnajua hapa nyuma ya hema hapa Nyandurago siko soko inaendelea hapo. Birongo iko soko, Keumbu iko soko, Bogoracho iko soko, Kiogoro iko soko. Hizo ni soko ngapi? Soko tano hii constituency, ikiwemo baadhi ya masoko zingine ambazo zitajengwa hapa Kisii. Najua National Polytechnic yetu hapa na Kisii University Institutional House Polytechnic na wale wa Kisii University wako na mahali pa kuishi, nyumba ya kisasa na kifahari. Zahira anafanya afanye? Mumesema aendelee siendelee? Na aendelee na William Ruto na Kindiki ama apige kona? Aendelee na wao kwa hii serikali. Na mimi nataka nimshukuru Zahir pamoja na viongozi wengine hawa wabunge wenyu wa Kisii na Nyamira ambao wote tumejumuika nao hapa, sababu hawa ni viongozi ambao wameangalia mambo na maslahi ya wananchi waliowachagua, na wakasema hawatakubali kuingizwa kwa siasa za ukabila, hawatakubali kuingizwa kwa siasa za uchochezi, siasa za chuki, zile siasa mnaona zinaendelea mahali pengine za uchochezi, za chuki, za migawanyiko na ukabila, siasa za hasira na makasiriko mingi. Hizo siasa ndio unaona zinawapotosha viongozi wengine. Nyinyi mmejionea jana kwa runinga, mbunge mwenye amechaguliwa anapanga njama ya vile atajiteka nyara ili aseme ametekwa nyara sijui na nani ama nani, na yeye mwenyewe ameenda kulala kwa hoteli. Anatoka kwa hoteli anaenda kulala kwa shamba la kahawa, analarua nguo zake, anasema ameteswa. Na mimi nataka kuwauliza hata madaktari wetu, na nilisema jana kwa bunge, hata madaktari wa Karen Hospital ni lazima waajibike na waweke ile kiapo wamekula kama madaktari. Wasikubali hospitali yao kutumiwa kufanya mambo ya ukora,
mambo ambayo ni ya kujaribu kuleta vurugu, fujo nchini Kenya. Sababu wale wa kupanga mambo ati njama ya kujiteka nyara ni watu wa kutaka kueneza ile siasa ya chuki, siasa ya makasiriko, siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, ile siasa ya kuturudisha nyuma. Hao ndio unaona wakisema eti tukienda kufanya economic empowerment kama hii Mheshimiwa Zahiri ametuita hapa, tumefanya makosa. Jameni, abantu waizo tumefanya makosa kuja hapa? Tuendelee na empowerment, tusiendelee? Na sababu hawaelewi mambo ya economic empowerment yenye tunafanya ni sababu hawakuelewa agenda ya serikali tuliyopigia kura ya bottom up economic transformation agenda. Sababu agenda ya bottom up haikuwa ni mambo ya campaign. Tuliwaambia manyumba yatajengwa, mama mboga, kijana wa bodaboda ataishi kwa nyumba ya kifahari, nyumba kama hizo za affordable housing. Hiyo ndio ilikuwa agenda ya bottom up. Tukawaambia, na nakumbuka tulikuja hapa Nyandurago na rais 2022, akawaambia mama mboga atajengewa soko ya kisasa. Si soko ni hizo tunasema hata hapa Nyandurago inajengwa? Hawakuelewa pia hizo soko zikikamilika, zinapoendelea kujengwa, lazima tutayarisha wafanyabiashara ambao watakuwa na stock ya kutosha ya kuweka maduka kwa hizo masoko za ghorofa ambazo zinajengwa. Kweli si kweli? Lakini walifikiria hizo masoko zitajengwa alafu watu watoke Nairobi wakuje Nyandurago, mama mboga wa Nyandurago, kijana wa Nyandurago akose stall ama duka kwa soko ya Nyandurago, mimi nitoke Nairobi nikuje kuweka soko hapo, duka hapo. Mnataka nitoke Nairobi nikuje niweke hapa? Si ni mama mboga hapa akuwe na stock ya kuweka duka hapo? Hiyo ndio sababu tumekuja hapa leo. Na ndio sababu tunazunguka Kenya mzima. Kila mahali soko zinajengwa, tukifanya economic empowerment ili tuhakikishe wamama mboga ambao wako hizo sehemu, vijana wenye wako hizo sehemu ambao ni wachuuzi wadogo wadogo, wamepata pesa kwa group zao zaidi, waongezee stock so that they become shop and stall owners, because that was a bottom up economic transformation agenda that we sold to the people of Kenya. And I have said the bottom up economic transformation agenda was not a campaign slogan. It was a plan. That is why our manifesto was christened the plan, the bottom up economic transformation agenda. And we were deliberate on construction of markets and also empowering our small scale traders, our mama mbogas, our boda boda riders, our hawkers, to empower them to have adequate resources and adequate capital so that they become stall and shop owners who will own shops and stalls in the markets that we are building. Kwa hivyo wale mnasikia na uchochezi huko Nairobi, wao ndio wanachochea. Wakiona Kimani Ichung'wah Kiambu, wamuone Nyeri, wanasema economic empowerment inafanywa Mlima Kenya peke yake. Hapa Kisii kuna Mlima Kenya? Si tumekuja empowerment? Kesho tutakuwa huko Uriri, kesho kutwa huko Migori, kesho tuko Malaba na Mgwen Nandi, kesho kutwa iko group ingine iko Tetu Nyeri, hiyo siku ingine Meru. Hiyo kazi yote inaendelea Kenya mzima, ni mpango wa kazi ambayo tuliwaahidi, na sisi tunataka tuendelee na hiyo kazi. Wale wa siasa ya chuki, wale wa siasa ya uchochezi, hawa kujiteka nyara, mimi nataka nikubaliane na Mheshimiwa Osoro. Na nashukuru Mungu hakuna kiongozi wa hapa Kisii ama Nyamira ameshikana na hawa watu wa siasa ya uchochezi. Sababu nakubaliana na Mheshimiwa Osoro, hawa wanayefuatana hivyo wanakusanywa, wanaambiwa jiteke nyara, mujichunge. Sababu yule mtu wa roho nyeusi, yule mtu wa siasa ya ukabila, yule mtu wa siasa ya uchochezi atakuja kuwadhulumu, hata awapotezee maisha yenu, awaue ili ashinikizie polisi ama serikali.
Mjichunge nyinyi ambao mnatembea na huyo mtu. Huyo mtu tuliwaambia ni roho chafu, ni roho nyeusi ya uchochezi. Mtu anaambia Wakenya eti ile maafa tulipata mwaka wa 2007 ati hiyo ilikuwa ni kama Christmas party. Wewe kama ni kiongozi unasimama kuwaambia Wakenya maafa waliopata mwaka wa 2007-2008 ati was a Christmas party. Wajitayarishe, mna maafa zaidi. Shame on you. You do not deserve to be a leader anywhere, leave alone in Kenya. Even in that small village of yours, you do not deserve even to be a village elder. You are a shame and an embarrassment to the people of Kenya. Ni kweli si kweli jameni? Si nyinyi wa Kisii mumejazana Kenya mzima? Kikuyu niko na jamii ya Mugusii. Watu ambao tumeishi na wao. Niko na kijana anaitwa Mogaka, amekuwa jirani yangu nyumbani kijiji tangu mimi nikuwe mtoto. Mwaka wa 2007-2008 hakuna jamii haikuumia Kenya. Wakisii mliumia, hamkuumia? Mliumia. Watu wakapoteza maisha, biashara zikaharibiwa, manyumba za watu zikaharibiwa. Lakini wewe leo unasimama unatuambia ati ile ilikuwa ni dance ya Christmas party, tujitayarishe maafa zaidi mwaka wa 2027. We want to tell you, shetani wa maafa, shetani wa ukabila, shetani wa uchochezi, ashindwe asishindwe? Ashindwe asishindwe? Huyo shetani ameshindwa. Na wewe ambaye sasa hata nasikia wako na chama inaitwa The Devil Can Pretend. Simesikia hiyo chama inaitwa The Devil Can Pretend? The devil can continue pretending, but the people of Kenya will remain one united, prosperous nation focused on the bottom-up economic transformation agenda to uplift their livelihoods. Si ni kweli jameni? Mimi wacha nikomeshe hapo. Najua kiongozi wetu naibu wa rais karibu afike, na tutaomba msamaha wengine ukiona tukiondoka, ni sababu tuko bunge na lazima we chew gum and scale the stairs at the same time. Tukuje hapa mashinani tuungane na nyinyi na turudi tuseme bunge, si ndio? Nikifika bunge afternoon nipeleke salamu zenyu. Niwaambie nyinyi mmesema muko ndani ya hii serikali. Muko ndani ya mapembeni. Muko ndani. Ndani katikati. Nikiona rais jioni nimwambie nyinyi mmesema Zahir akae kwa na yeye ama akae kando? Akae na yeye. Na nyinyi 2027 huyu Zahir mwenye anajengea barabara, mwenye anajengea masoko, mwenye anajenga cancer center wakiwa na rais, mwenye anajenga manyumba, mtamkumbuka jameni? Mtamkumbuka? Na Rais William Ruto mtakuwa na yeye? Hebu nione wenye watakuwa na Rais William Ruto na Zahir. Asanteni, mimi ili wale wanasema waendelee kusema, si ndio? Wale wa matusi waendelee na matusi, na sisi tuendelee na bottom. Tuendelee na bottom. Na mimi nimekuja na mchango yangu ya bottom up ya shilingi milioni 1. Na Mungu awabariki. Asante sana leader. Thank you so much. Aya, sasa nataka nimwalike dada yangu Senator Elsie Ekenyuri. Poleni, nilikuwa nimesahau. Si mnajua tuko na waziri anaitwa Ogamba Migosi. Mnamjua? Si ni waziri wetu wa elimu, waziri wa bidii, na anafanya bidii, si ndio? Na nyinyi muna vijana na wazee na wamama wa maana sana, wanasaidiana na rais. Waziri wetu wa education, waziri Migosi, alinituma pia na shilingi 1,300.
bora Kenyenya nkabenya roka ya nyagosirane ribogesho motere kimchujo ogakwanire siasa bosonge posta area egentege tangani njedindiko chikoba motambe chinkwana chiane echikoba chinyenge bune kimokiane mbiamono omheshimiwa Zahir Janda na kushukuru sana kwa kuleta mradi huu ili akina mama na vijana hapa wafaidike, kwa sababu mimi mwenyewe nina mswada wa wachuuzi wadogo ni mwato mswada bwaba onchoreri abakabake abangina moligo chigo chandwa nkori gumore ginkobeka mangana ayuegesa naende kero mswada oyo beire richiko emoko ne bintu byaino motari go chandu nechi serikali chechi county ekinege nteki yabo sekebe egento gya kabere ncheninge rwete ko korega sinabara imwacho orete ekiagara intubu nabagusi amagende ronaro totagete enga kyo musangerekano buno yorenge South Mugrango na rengo lakini na tometege toro kiane aso mheshimiwa Osoro na renga sebi karobye bunge yabanyina omochio Rwanda Kigali omo endio tigambe kama nganaya ase omongwege Swahili Wakisii ni jamii yenye bidii na sisi kama viongozi wa eneo hili tunafaa kushirikiana ili jamii ya Wakisii ipate manufaa ya serikali hii, kwa sababu lengo kubwa kama mpiga kura yeyote ni kufanyiwa kazi na serikali walioichagua. Kwa hivyo ningewasi jamii ya Wakisii tushirikiane na viongozi ambao tuliwachagua kwa muda huu ili tukamilishe kazi ambayo ni ya muhimu zaidi. Kabla sijaketi ebakondo kanyaituga naenda senge nchonya ituga amanyete gotuga nkorundege toro kiane kia 100,000 elinega konye byombe kuyamona abantu bani ndaba nyari bari nimba nsete. Asante sana, tumpigie makofi dada yetu Senator Elsie Kenyuri. Thank you so much. Asante sana, 1,100 ya dada yetu. Sasa ngoja kidogo, nataka nimualike dada yangu, rafiki yangu. Saa ingine nikiwa ninafanya fujo hapo kwa bunge ananichuna, ananiambia wewe endea namna hii, tembea namna hii. Women rep wetu mheshimiwa kutoka Trans Nzoia, the Honorable Lilian Soi. Tumpigie makofi kwa makofi. Ngoja tuone pengine mama hajaolewa. Wewe ngoja kidogo. Ngoja. Hii mshahara ya bunge, ngoja kidogo. Mshahara ya bunge huwezi kujua inaweza kuwa namna gani. Mtu wetu wapate hapa nusu, si ndio? Twende Lilian. DJ. Aya, asante sana, asante sana. Watu wa Nyaribari chache mbea more. Mwanasema mogogete. Mogogete. Asante sana. Mimi naitwa Lilian Sioi, mama kaunti wa Trans Nzoia. Na leo nimefurahi kuja hapa kwa mwaliko wa ndugu wangu Zahir. Zahir nomuya? Kabisa. Ruto nomuya? Nadonya? Asante. Mimi nataka tu niongee kama mama na niongee mambo ya morals. Nimesikia mandugu zangu wameongea mambo ya ukabila hapa, na mimi nasema jameni, tukisema tulete ukabila Kenya, sisi kina mama tutaweza kweli? Imagine mwanaume akitoa mbegu yake, yeye inajiita jina yake. Na wewe mama ukipokea, inajiita jina yake. Kwa mfano wewe ni Mkalenjin, alafu umezaa mtoto Mkisii. Alafu ukabila ikuje wanasema kila mtu arudi kwao. Nani anaenda na mtoto? Nani ataenda na mtoto? Hii mambo ya ukabila nyinyi mnakubali? Mnakubali? Mimi nataka sisi kama kina mama tukue mbele kukashifu mambo ya ukabila. Wale viongozi ambao wanataka kutuletea mambo ya ukabila tuwakataze kabisa. Tunaelewana?
kwa sababu mimi mwenyewe ni Mkenya vile mnaniona hivi. Mimi ni Mkalenjin, nimeolewa na Muluya. Sasa hapo ndasema mimi ni kabila gani? Mimi kuanzia hapa hivi kwa shingo kurudi chini, kwa sababu ndio iko na mali ya watoto na multiplication, mimi ni Muluya. Alafu hii kichwa yangu mimi ni Mkalenjin. Kwa hivyo mimi ni Mkenya, si ndio? Na mimi najua nimesikia wakisema hapa tuko na wamama kutoka Kericho wameolewa hapa. Na pia kuna vijana kutoka hapa wameoa huko. Si ni kweli? Kwa hivyo nawaomba kina mama, mambo ya ukabila tukatae. Na mambo ya morals ya watoto wetu. Biblia ilitupa laana. Ikasema mtoto mpumbavu ni mzigo ya mama. Si ndio? Kwa hivyo leo hii sisi tukikubali watoto wetu watukosee heshima, wakosee viongozi heshima, wakosee majirani heshima. Muhenga alisema asiyefunzwa na mama yake hufunzwa na nani? Na anayejua uchungu wa mama ni nani? Kwa hivyo saa zile mama atakuwa mtoto wake anafunzwa na ulimwengu, huyo mama atakuwa anasikia kivipi? Si ni machungu ya ajabu? Kwa hivyo tuhakikishe ya kuwa hata maadili kwa watoto wetu tunayatilia maanani. Na nataka tu nimalize nikiongea mambo ya gender based violence. Wakati ule nilikuwa South Mogirango, nikauliza wamama huko kama bado wanapigwa, wakasema waliwacha. Nyinyi wa hapa Nyaribari, wazee wanawapiga? Wanawapiga? Lakini mimi nimeona kwa TV jana kuna mama ambaye alikuwa amepigwa, amekatwa na panga kwa kichwa. Nyinyi mliona? Nikajiuliza huyo mwanaume ambaye ni bwana ya huyu mama, kwani yeye alikuwa amenyimwa ile fimbo Mungu alimpa ya kupiga kina mama? Huyo mwanaume ako nayo kweli? Ni kama hana, sivyo? Na kama alikuwa hana, si angesema jirani amsaidie jameni. Mimi nataka niseme wanaume wawache kupiga kina mama na fimbo, sivyo? Hii marungurungu wanatumia kupiga naye kina mama wawachane nayo. Watumie fimbo ambayo Mungu aliwapea. Si kweli? Tupigwe tu na hiyo fimbo na tutasikia maneno na upendo itaendelea na mambo yanakuwa mazuri. Si ndio? Kwa hayo mengi na machache, mkumbusha wazee wenu fimbo wanatakana wawapige nayo. Na nyinyi wanaume ambao mko hapa mnapiga wanawake na fimbo zingine hamkupewa na Mungu, tunasema mfanye nini? Ama tuwaombee ikatwe, si ndio? Haya sawa, Mungu amani awabariki. Asante sana. Sasa namualika. Pesa. Ngoja kidogo. Kumbe mmepiga hesabu kabisa. Umeangalia. Mnajua wageni wakienda si tuko hapa. Hapa tusongeze mbele. Leo tutamalizana. Sasa dada yetu Mheshimiwa Lilian Soe kutoka Trans Nzoia, women rep wetu ametupatia shilingi 50,000. Sasa namualika na nataka mumkaribishe kwa fujo, kwa shangwe na vigelegele dada yetu Mheshimiwa women rep kutoka jirani Migori, Fatuma Network. Mumefurahi na nani? Na mimi. Na mumezaa vijana. Na salamu alaikum. Sasa ule takataka anasema ukabila, na mimi ninalala peke yangu. Mungu si aende huko. Si ukabila uliisha Kenya. Na mimi juzi nimeona maajabu. Alifundisha kijana mdogo sana tabia mbaya. Kwa sababu sisi tukitoka kutafuta kura hapa, tunaenda kanisani, tunaambia Mungu asante, tumetembea vizuri,
tumeongelelea Mheshimiwa Ruto, na Mungu asante uzidi kutujalia. Hao wakitoka rali kama hii, kila mtu anashikilia Fatuma yake, anaweka full network yake hapo, alafu mbunge amepatikana na bibi yake. Badala ya kuambia mke wake, shetani amenipeleka hapa na nimejipata palipabaya, ule mtu wake tulimpeach, anamwambia usijali hizi vitu hata mimi ufanya. Wewe enda ujiabdak, lala pale useme umepigwa, umeshikwa, umefanywa nini, bibi atahurumia, atakusamea. Mwambie hiyo ni ukora ya kipumbavu. Mwanaume akishikwa, ambie bibi pole, shetani aliingia pabaya, tukate hiyo shetani. Lakini hapana ingiza jina ya serikali kwa uchafu na tamaa ambayo mmefundishana kwa grupu yenu, mkitembea ni kutawala wake za watu, wasichana za watu. Tunasema ashindwe. Ashindwe. Mimi ukiniona hapa, mimi ni mtoto wa baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ukiniona, umeona baba wa kisichana, umeona mtoto wa baba. Na ukiangalia huko, unaona watoto wengine kama Erin Mayaka, mtoto wa baba. Na unaona wa vijana wa Ruto pia. Tunaonyesha sura mpya Kenya hii. Tunasema Kenya tutaungana. Hapa Wakisii, nyinyi mnapigaga kura mara mbili. Mnagawia upande ule kidogo na mnawekea baba yake. Si ni ukweli? Hamujawahi piga mali nyingine, ni kidogo huko na baba. Na safari huu baba amesema, mimi ni mzee, siwezi wacha nchi iharibike. Nimekula chumvi ya kutosha, lakini hawa vijana hawajakula ya kutosha. Nitaleta amani katika Kenya. Akaambia Rais Ruto, ijapokuwa tuling'ang'ania kitu, tushikane mikono, tupeleke Kenya mbele. Alifanya mbaya ama alifanya mzuri? Sasa ile inakuja hapa inawaambia mambo ambayo hayafai. Wakisii wana ukabila, wangekuwa na ukabila wangepatia Zaire kura, si ni kweli? Na huyu Zaire unapomwona na hiyo fupi yake, maneno yake pia ni mafupi, kazi yake ndio kubwa, na ninamuombea kura. Naomba kwa sababu nimeomba jikoni hapa, mimi bado sina nini. Simrudishie Zaire kura ya pili na mpatie Mheshimiwa Ruto kura ya pili, na mimi nibaki hapa niwapikie matoke. Wamama mpo? Mnajua kitu inaitwa SHA? Umeenda hospitali karibuni? Umejaribu kutumia SHA? Mimi mama yangu alikuwa mgonjwa, alivunjika, na sikukuwa na pesa. Nikampeleka Aga Khan. Mbele ya Mwenyezi Mungu uwe shahidi yangu, na kama nimesema uongo, Mungu wangu nisifike safari yangu. Mimi nililipiwa bili ya mama yangu 1170 na kadi ya SHA. SHA inafanya haifanyi? Inafanya haifanyi? Mimi kwetu, natoka Nyatike, Migori County, hatujawahi ona lami tangu tupate uhuru Kenya. Itakuwa mara ya wana wa Nyatike kupata lami kwa safari ya kwanza. Mheshimiwa Ruto anafanya kazi, afanyi? Basi tukimalizia, vijana mpo? Wamama hai? Wamama, Mungu anaishi juu. Nataka tuonyeshe Mwenyezi Mungu mikono yetu ya kuwa tunamrudisha Mheshimiwa Ruto kwa kiti tena. Wangapi wanarudisha Ruto kwa kiti? Sema bili bila break. Bili bila break. Nadanya je? Asanteni sana. Totelene igoro tukaribisha mgeni. Tayari gani bwana? Ngayebi ili hata vile. Studio tafadhali tupe kibao cha kumkaribisha Mheshimiwa Naibu wa Rais. Karibu sana, karibu tena Mheshimiwa Naibu wa Rais.
wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Totenene igoroke maranje. Totenene kerayo mwasinge njoyo watera kwe national anthem. Studio tafadhali, wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumesimama, wacha tuongozwe kwa maombi na Pastor Muruabe. Kindly Pastor Muruabe ndo siasore asobwango. Basi tuamini na tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya mkutano huu mkuu hapa Nyantrago. Tunakushukuru kwa sababu ya viongozi wetu wote na hata serikali yetu. Na tunaomba kwamba kila mtu aliye mahali hapa apokee baraka yako, na watu wetu wa Nyantrago pia wabarikiwe na ile chache. Na zaidi ya yote watakaporudi salama, jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba sote tuketi. Tuikaranze. Mheshimiwa Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki, seneta wa Trans Nzoia pamoja na maseneta wengine wote ambao wameweza kufika, kiongozi wa wengi katika bunge letu la kitaifa, wabunge wote mliofika wakiwemo wawakilishi wa kina mama, wawakilishi wodi, viongozi wa kidini, wataalamu mbalimbali, mnikubalie kwa heshima niweze kumwalika mbunge wa eneo hili aweze kutuelekeza katika kipindi hiki, lakini ngayebi ili atabiri vyo mwangu ito. Asante, karibu mheshimiwa. Asante sana, Your Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki. Mimi kama mjumbe wa Nyaribari Chache niko na furaha sana kukushukuru kuacha kazi yako pamoja na viongozi wote ambao wamekuja kuniunga mkono katika hafla hii ya empowerment ya watu wa Nyaribari Chache. Your Excellency, thank you so much for coming to grace this occasion. Tumpigie Naibu wa Rais makofi kabisa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kabla nikualike, naomba nimwite dada yangu Fatuma Full Network, mbunge wetu wa women rep wa Migori, anipatie pesa yake, pesa tu. Mama wetu ametupatia shilingi 50,000. Nataka kuomba wananchi kwa heshima, kwa shangwe, mkaribishe Naibu wa Rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Bas, abantu ba mitombo ya more. Abantu ba mitombo ya more. Ya more kai naende.
Asante sana, nashukuru. Naomba tuketi. Asanteni sana. Nimefurahi sana kufika hapa siku ya leo, na pia nashukuru nyinyi wananchi kwa kuja kwa wingi. Bas, nimesema ya kwamba nimefurahi kufika hapa, na washukuru pia vile mmefika hapa, na washukuru viongozi wenzangu ambao wamekuja hapa kusimama na wanabiashara wetu wadogo wa sehemu yetu ya Jalibali Chache. Tuko hapa kwa heshima ya mbunge wenu. Tuko hapa kwa sababu tunaheshimu sana microphone. Wale wako huko hawanisikii. Si oi. Wale wako huko nyuma. Kisii oye! Jalibali Chache oye! Wale wananisikia naomba tuinue mkono. Asante. Nimesema ya kwamba tuko hapa kwa sababu ya heshima ile tuko nayo kwa watu ya Kisii, watu ya Jalibali Chache, na mbunge wetu wa hapa Mheshimiwa Zahir Janda, ambaye ni kiongozi kijana na amefanya kazi kubwa sana, na umeona wale wabunge wote wamekuja hapa kusimama na yeye kwa sababu amejitengenezea urafiki na viongozi wa Kenya nzima kule bunge. Wapi makofi ya Zahir Janda? Mutaendelea kushikilia mheshimiwa wetu Zahir? Aendelea siendelee? Aendelea kusaidia wanabiashara? Aendelea kusimama na watu ya bodaboda? Zahir aendelea kusimama na watu wa mama mboga na watu ya mikokoteni? Wangapi wanasema Zahir aendelee jameni? Asante. Niko hapa kwa niaba ya serikali na nimetumwa na salamu na rais. Amesema amewasalamia na hivi karibuni atazuru hapa. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Abarikiwe na atembee hapa. Wangapi wanasema Rais William Ruto atembee hapa? Bas, tumekuja hapa kwa sababu kazi yetu ambayo tuko nayo ya maendeleo ya taifa la Kenya bado tunaendelea nayo, na tuko na ripoti ya ile mambo ambayo tumeweza kufanya mpaka sasa na ile ambayo bado haijafanywa. Tuko hapa kuwaambia ya kwamba tutaifanya, kwa sababu tuko na miaka 2.5 ya kukamilisha ile kazi ambayo imebaki. Niseme ya kwamba tunaendelea kung'ang'ana na kuimarisha uchumi wa taifa letu la Kenya, kwa sababu mahali tulipata uchumi ilikuwa katika chumba cha mahututi. The economy was in a bad situation kwa sababu ya corona na COVID-19 ambayo ilifunga uchumi wetu kwa zaidi ya mwaka 1.5 hapo 2020-2021. Hiyo corona ama COVID-19 vile iliharibu uchumi, ndio unaona saa ile tunapiga kura ya kuchagua rais, uchumi ulikuwa katika mahali pabaya. Lakini tumejaribu kung'ang'ana na kustawisha ama kudhibiti uchumi. Tumepata mafanikio kiasi, lakini bado tuko na kazi ya kufanya, kwa sababu tungetaka uchumi uendelee kuimarika hata zaidi. Unakumbuka ya kwamba kulikuwa na yale maandamano ya unga ya 2022-2023 kwa sababu bei ilikuwa imepanda sana, ikafika 250 shillings kwa kilo 2 ya unga. Tumejaribu kudhibiti bei ya unga tukitumia fertilizer ya ruzuku ambayo imepunguzwa gharama. Ile fertilizer tulikuta ikiuzwa 7,000. Tumetumia pesa ya serikali
kupunguzia wananchi bei ya hiyo fertilizer. Katika miaka miwili imepita, hiyo fertilizer tulikuwa tunaipatiana kwa wakulima kwa shilingi 2,500 badala ya 7,000. Hiyo fertilizer ya ruzuku pamoja na bidii ya wakulima pamoja na Mwenyezi Mungu kutubariki na mvua ndio imesababisha kudhibiti bei ya unga kutoka mahali ilikuwa 250 sasa iko about 150, lakini bado tunakazana kuidhibiti zaidi ndio ikuje 100 au hata chini ya shilingi 100 kwa kilo mbili. Kwa hivyo kuna ile kazi tumefanya kupunguza na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai yetu mahali tulikuta sio mahali iko saa hii. Mwaka wa 2022 Kenya ilipata pesa ya kigeni bilioni 160 kutoka kwa majani chai. Mwaka uliopita, mwaka uliofuata wa 2023, ile majani chai ilikuwa imetupatia pesa ya kigeni 160 billion, ikatupatia 180 billion. Mwaka uliopita ile mapato ya kigeni kutoka majani chai ambayo ilikuwa 180 billion ikaongezeka ikakuwa 215 billion, ambayo ndio ya juu zaidi mapato ya kigeni kupitia majani chai tangu tulipoanza kukuza majani chai katika taifa letu la Kenya. We have seen foreign exchange earnings from tea move from 161 billion in 2022 to 180 billion in 2023 to 215 billion in 2024, na tunataka mwaka huu tusongeshe hiyo mapato iende juu hata zaidi. Kwa kilo moja tumekuta majani chai kwa inauzwa kwa shilingi 44, tumeizongesha kidogo imefika 64. Tungetaka kuizongesha zaidi ifike 100 na juu ili tupate guarantee minimum return. Maziwa tumekuta maziwa inanunuliwa shilingi 33, 34 kwa lita moja. Tumeisukuma sasa, KCC inanunua maziwa kwa shilingi 50 na tungetaka iongezeke hata zaidi ipite hiyo 50. We are committed to bring milk prices from 33 shillings to 50 shillings as guaranteed minimum returns. Tumeshafika hapo 50, lakini hata kama tulikuwa tumesema tutafikisha 50, there is no harm in increasing that price beyond 50 shillings a liter, and we are doing our best. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakulima wengi ama watu wengi katika taifa la Kenya, wakiwemo hapa Kisii, watu wengi wanapata mapato yao kupitia kilimo cha majani chai, cha maziwa, cha mahindi na hata kahawa. Nimesikia imeanza kukuzwa sehemu hii ya Nyamira na Kisii. Kahawa, kwa zile sehemu zinakuza kahawa, and I really want to encourage the people of Kisii and Nyamira to plant more coffee because coffee has become very profitable. 2022 kahawa ilikuwa inanunuliwa kwa mkulima shilingi 50 kwa kilo ama 60 ukiwa na bahati. Tumesongesha hiyo bei sasa. Katika sehemu ambazo zinakuza kahawa, wakulima wanalipwa 120, 130, 140, 150 shillings per kilo. Ni kwa sababu kilimo ndio itasongesha nchi yetu mbele. Kilimo ndio inashikilia wananchi wengi kupata riziki. Kuna ile hatua tumefikisha, lakini kama vile nimewaambia, bado hiyo safari haijafika mwisho. We continue to make agriculture more productive, more profitable, so that many people in Kenya can earn decent incomes and take care of their families. Vile vile
Mambo ya kiuchumi ya jumla, unajua shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. 2022 shilingi ya Kenya ilikuwa inabadilishwa shilingi 167 kwa dola. Sasa hivi shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. And for the last 1 year, exchange rate dola moja ni shilingi 128, 129. Haipiti hapo na hairudi kwa ile 167 ambao tulikuta 2022 because of the effects of corona. Tunakazana vile nimesema kudhibiti bei ya unga, kudhibiti bei ya petroli. Petroli ilikuwa imepanda na wananchi wengi wakaumia zaidi kwa sababu lita moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 217. Kila mwezi serikali inaendelea kupunguza bei ya petroli. Shilingi 2, shilingi 3, shilingi 5. Katika miaka miwili ambayo imepita, petroli ambayo ilikuwa 217 lita moja imeshuka kwa shilingi 43. Kwa hiyo miaka miwili sasa inaenda lita moja 174, na bado tunasukumana na hiyo bei iteremke hata zaidi, ndio mwananchi apungukiwe na mzigo wa gharama ya maisha. Tuendelee na hiyo kazi ya kupunguza bei ya bidhaa muhimu kama unga na petroli, na kuimarisha nguvu ya shilingi ya Kenya, na kuimarisha bei ya majani chai na kahawa na maziwa ambao watu wengi wanapata riziki kutoka pale. Tuendelee, tusiendelee jameni? Tuendelee na hiyo kazi. Hiyo tumefanya in 2.5 years. We have another 2.5 years to complete the journey and make the cost of living more manageable to the majority of the people of Kenya. Na ndio unaona tuko very serious. We are not available for politics and pettiness. We are very focused. Kwa sababu hiyo kazi, that is what will count at the end of the day. Hakuna kiongozi atapikwa akuliwe nyama. Kiongozi, faida ya kiongozi ni kutafutia wananchi maisha bora kuliko mahali alikuta maisha, na kuhakikisha kwamba mwananchi amepungukiwa na mzigo wa gharama ya maisha. That is our focus, and we are very, very focused. Kuna watu wanataka kutuingiza kwa siasa, tumewaambia we are not available. We are not available. We are men at work. Na iko kazi bado hatujakamilisha. We want to focus on that work. Mambo ya siasa ikifika, tutakuja kunyoroshana siku ya kampeni. Tuendelee na hiyo barabara jameni. Tuendelee na hiyo barabara. Vile vile mnajua ya kwamba kuna sehemu zetu, nyumba zingine hazina stima bado. Tunakazana na kuhakikisha kwamba kila mwananchi amepata stima kwake, kwa sababu stima sio raha ya viongozi peke yao na matajiri. Stima ni haki ya kila mwananchi. Haijalishi nyumba yako ni ya mabati ama ya mawe ama ya mbao ama ya matope, upate stima kwako. Hata vile unaendelea kukazana kujenga nyumba hata bora zaidi, upate stima kwanza. Hapa Kisii County kwa jumla, wakati nilikuwa hapa Kisii last week, nilikuwa pale 2 weeks ago nafikiri, pale kitutu cha Chenov. Niliwaambia ile pesa serikali ilikuwa imetoa hapa, it was about 1.8 billion. Sasa imeongezeka by 200 million. Right now in Kisii, programs ya stima ya last mile connectivity, ya kuweka stima kwa manyumba ya wananchi na biashara ndogo ndogo mashinani hapa Kisii, projects za shilingi bilioni 2 zinaendelea ili kuhakikisha ya kwamba nyumba 32,000 mpya zimepata stima hapa Kisii County. We are connecting an additional 32,000 households here in Kisii County at a cost of 2 billion shillings through the last mile electricity connectivity program. Na hiyo kazi tunaendelea nayo. Hao wabunge wanajua ni vijiji gani, ni vitongoji gani hiyo kazi inaendelea. Tuendelee na kazi ya stima. Tuendelee, tusiendelee?
Vile vile tuko na kazi ambayo ilikuwa imekwama kidogo. Unajua, kwa sababu ya vile uchumi ulikuwa katika hali mahututi, barabara nyingi zilikuwa zimeanzishwa, zilikuwa zimesimama. Na najua kuna barabara za hapa. Mimi nitarudi hapa in about 10 days maneno ya barabara, kwa sababu tumepata pesa ya kufufua miradi ya barabara ambayo ilikuwa imekwama Kenya nzima, ili tujenge hizo barabara, tukamilishe, wananchi wapate mahali pazuri pa kusafiri. Tuendelee na hiyo kazi ya barabara. Tuendelee, tusiendelee. I know there are some roads in this constituency where we paid contractors, some are on the way. Wengine wanasema utungoje mvua ikauke. So I'll take about 2-3 weeks, maybe 1.5 to 2 weeks. I'll come back on the roads program for Kisii and for this constituency. Vile vile tumesema hivi ya kwamba wananchi wengi ni wanabiashara wadogo wadogo. Wale ambao sio wakulima wanafanya haso, wako na biashara kidogo kidogo huku mashinani. Kuna akina mama wanauza mboga, nyanya pale sokoni, unawaita mama mboga. Kweli si kweli? Kuna watu ya bodaboda wanasukuma biashara yao na hiyo nduthi, hiyo pikipiki. Kuna watu ya mkokoteni. Kuna mtu wako na kinyozi yake hapo kidogo. Kuna mwingine msichana wako na salon hapo kwa kijiji. Wakati tulikuwa tunaomba kura, tulisema tutasimama na hao watu ambao ni watu kiuchumi wanahitaji msaada ili wapanue biashara zao. Na hiyo kazi tumeshaanza. Tumesema iko program inaitwa Nyota, sana sana kwa biashara za vijana. Nyota program ni program ya serikali ya Kenya ya takriban bilioni 28 kwa kila ward. Tutatafuta hizi biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ya mama mboga, biashara ya kinyozi, ya salon, catering business, tailoring, hizo. Na kila ward serikali itapeana shilingi 50,000 kwa biashara 70 kwa kila ward katika Jamhuri yetu ya Kenya, ili kupanua biashara ndogo ndogo. Vile vile tumesema ya kwamba kwa mama mboga wetu na wachuuzi, hawkers, mama mboga, tuwache kuwaachilia kufanya biashara zao. Kama ni bodaboda wanafanyia huko kwa jua, hawana shed, hawana chochote. Wengine mama mboga wanauzia kule barabarani, wanapigwa na jua, wanapigwa na mvua, wanapigwa na vumbi, na wanahatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tumekuja na program ya national government ya kujenga masoko zaidi ya 400 katika taifa la Kenya. Already masoko 200 yanajengwa Kenya nzima. Hapa Kisii county peke yake tuko na masoko yale yanajengwa, masoko 21 katika kila constituency. Na hapa Nyaribari Chache constituency tuko na masoko zaidi ya 5 ambayo aidha yameanza kujengwa ama tumepeana kandarasi yataanza kujengwa anytime from now. Tuko na soko ya Keumbu, tuko na soko ya Nyabisabo. Hiyo Nyabisabo hiyo, unajua hiyo soko, na ile inaitwa Kiongoro, na ingine inaitwa Birongo, na ingine inaitwa Bobaracho. Hiyo masoko hiyo 5 we already have money. Na hata hapa hii area kama mnataka soko, tutaongea na mbunge, tutawajengea soko, because we have money from the housing fund to build markets for small scale traders. Ndio tuwache kuumiza wananchi, wanabiashara wadogo wadogo kufanyia biashara zao kwa jua. Vile vile watoto wetu ambao wako KMTC
wale wako university including Kisii University, wale wako kwa TVET zetu, tunawajengea hostels with the same housing fund. The housing fund inatusaidia kufanya affordable housing, inatusaidia kufanya markets, na inatusaidia kufanya hostels for our students kwa TVET na university, na kujengea polisi na wale watumishi wengine wa umma manyumba, institutional housing. Kwa hivyo kwa watoto wetu hapa Kisii tumetangaza kujenga hostels ambazo itapatia wanafunzi wetu vyumba vya kulala 880 units of bed capacity for hostels, na hiyo itagharimu serikali ya Kenya shilingi milioni 426. 4.6 million 880 bed capacity hostels for Kisii University, ndio watoto wetu wapate mahali pazuri pa kuishi. Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko, ya kujenga hostels ya watoto wetu. Tuendelee, tusiendelee jameni? Kwa hivyo we want to make sure that we transform the economy. Na leo hii tuko hapa kwa sababu tungetaka wanabiashara wadogo wadogo wafanye vikundi vyao, wafanye SACCOS, bodaboda kuwe na SACCOS, mama mboga kuwe na SACCOS, ndio msaada wa serikali uwafikie haraka na uwasaidie kupanua biashara zenu. Na vile vile tumesema tukingojea hiyo program ya serikali kama hiyo Nyota program na zile zingine ambao nimetaja, sababu tuko na ingine inaitwa KJET, Kenya Jobs for Economic Transformation Project. Tukingojea hizo project, tumesema kama viongozi tuweke mkono wetu kusaidia hiyo vikundi vya wanabiashara wadogo wadogo wapate stock ambao wataingia nazo kwa ile markets ambao tunawajengea, wapate stock ya kupanua biashara yao. Na hata kama hii pesa labda sio mingi sana, itasaidia pakubwa ili kupunguza mzigo wa kimaisha ya wananchi wetu. Kuna watu wengi wako na madharau mingi na kiburi kwa sababu wameshiba na wako na pesa mingi. Hawaoni maana ya program kama hii. Hawajui ya kwamba yule kijana wa bodaboda ambaye anasumbuliwa na polisi wa traffic kila siku ni kwa sababu amekosa side mirror. Side mirror peke yake. Na lazima sasa polisi wamsumbue kwa sababu kama hauna side mirror unahatarisha maisha yako barabarani, unahatarisha maisha ya wale ambao ni abiria wako, unahatarisha maisha ya wale watumiaji barabara wengine. Lakini kuna vijana wengi hawezi kuafford hiyo side mirror, ndio anatembea na nduthi bila side mirror. Hii program kama itasaidia vijana wetu wa nduthi kutengeneza pikipiki na kuweka spare ambayo imepotea, iko makosa jameni? Kuna makosa? Hawa kina mama mboga hawa, akina mama wako na bidii mingi, lakini utajua ya kwamba ile bidii akina mama mboga wanafanya, ile stock wanatumia ni shilingi 5,000 ndio wanazungusha stock ya 5,000 ama 10,000. Huyo mama akipata another 10,000 kwa hiyo stock, she would have doubled business. Na hiyo kwa kina mama ni pesa mingi, itasomesha watoto na chakula itakosekana nyumbani. Sababu hao kina mama ni kama wanajua kutunza pesa kuliko sisi wanaume. Ni kweli, si kweli? Ya kina mama wanajua kumultiply pesa haraka. Ama akipata an extra 10,000 ameomoka na atakuwa mambo yake yote ya familia itafanyika. So hata sisi wanaume tujifunze kutoka kwa dada zetu na wake zetu na mama zetu jinsi ya kuongeza mapeni na kuyatumia
kwa mambo ya familia. Kwa hivyo hii pesa ambayo tunawasaidia mpate ya biashara, sio ya kukula. Usipitie pale sokoni na kukunywa naye chang'aa na pombe alafu naenda nyumbani bila kitu. Na ndio tunasema uwe kwa vikundi, ndio hiyo pesa iende kwa vikundi, ni ya kusaidia members wa hiyo vikundi. Nikimalizia niseme hivi, katika hii masoko ambayo tunajenga pia iko na sehemu ya kina mama na wachuuzi kuuzia bidhaa zao, na iko na cold room. Cold room ni barafu ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki isioze, ndio mama auze hiyo stock mpaka siku ile itaisha. Leo, kesho kutwa, kuendelea namna hiyo mpaka siku ile stock itamalizika, kwa sababu kwa sasa wale wanauzia barabarani, kama stock haijaisha hiyo inaoza, kama ni nyanya inaoza. So the market will help in preserving perishable products so that they can be sold for longer. Vile vile iko na social hall ya wale wanabiashara pale kufanya mkutano wao kama wale wanabiashara wakubwa kule Nairobi. Na pia iko na ICT hub. Every market iko na computer lab ambao tutaweka kompyuta ya serikali 100, tuweke internet ya serikali bure kwa hizo makompyuta. Vijana wetu wakati wachuuzi wanauza bidhaa yao huko chini kwa soko, wakati akina mama mboga wanauza mboga na nyanya kule juu ya hiyo soko, kila soko iko na mahabara ya kompyuta. Wale wanabiashara wanataka kufanya e-commerce ama biashara ya mtandao, waende pale watafute wateja, wauze vitu zao kupitia mtandao. Na pia kuna kazi za kimitandao za vijana wetu, ili tupunguze vijana wetu kukaa bila kazi. Hiyo ICT hubs itawasaidia kuingia pale, kutumia kompyuta ya serikali, kupitia internet ya serikali, wajitafutie kazi mtandaoni. Iko kazi pale kama app developer, iko kazi pale kama transcriber, web designer, foreign exchange trading. Iko kazi nyingi za kimtandao. Ile vijana wamekosa ni internet na kompyuta. Ikipatikana wataenda kufanya foreign exchange trading online, wataenda kufanya website development, app development. Ndio tuwache vijana wetu kukaa sokoni pale ili kuja kudanganywa na viongozi na kupewa shilingi 100 ndio wapigie kelele pinzani wa kisiasa. That is misusing young people, is misusing the people of Kenya. So we are trying our best. Kuna mahali tumefika, lakini bado tuko na another 2.5 years ya kukamilisha hii safari yetu ya maendeleo. Mimi nawauliza wenzangu, sisi zote tujumuike katika maneno ya maendeleo. Na mimi najua Wakisii ni watu ya kazi, Wakisii ni watu ya biashara, Wakisii ni watu ya bidii. Ni kweli si kweli? Bora mtu asaidike kidogo katika kilimo chake ama biashara yake, atatengeneza mali. Na Wakisii wako kila sehemu ya Kenya. Ni kweli si kweli? Si Wakisii wako kila sehemu ya Kenya? Si wako mpaka ng'ambo? Si wako huko Amerika? So musidanganyike ati kuchochewa mkosane na watu wengine ati kwa sababu sijui ya nini. Kwa sababu nyinyi ni watu ya biashara, mko kila mahali. Tengenezeni urafiki na sehemu zote za Kenya, za dunia, because you are business people, you are a trading community. Na wale watu wananunua bidhaa zenu sio wale wanaongea Kikisii, kwa sababu ile vitu unauzia hapa kila mtu wako naye. So wale watawapatia soko the other communities ambao hawana ile vitu ambao mna produce hapa. Kwa hivyo Kenya hii yetu tuendelee kukaa kwa umoja na tusikubali misingi ya kisiasa itugawanye, misingi ya kikabila itugawanye. Wakati wa siasa ukifika, kila mtu ataenda kupigia ule mtu anataka kura
there is no problem, tutanyoroshana. Mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angojee siku nyingine, Mungu atambariki. Kama namna gani watu ya Nyaliwani Chache? Mnakubaliana na mimi? Mungetaka tuendelee na hiyo barabara ya maendeleo na umoja wa taifa? Tungojee siasa huko mbele. Wangapi wanakubaliana na mimi? Wangapi wanakubaliana? Ama mlikuwa mnataka mimi nikuja hapa kuwachochea? Mimi nimeongea dakika kama 45 ama 15 minutes. Umesikia nikiongea siasa? Umesikia nikidharau mtu yeyote? Si nimeongea mambo ya serikali, mambo ya maendeleo, mambo ya wananchi. Niendelee kama namna hivyo ama mnataka niwe mchochezi? Niwe mchochezi wa kikabila? Na msijidanganye, mungetaka niingie katika uchochezi wa kikabila? Wangapi wanasema niendelee na mambo ya maendeleo? Na mnajua nyinyi wa Kisii na wa Meru, mnajua sisi ni jamii moja. Si mnajua sisi ni brothers? Si mnajua hiyo? Hata lugha yetu mmoja akiongea ule mwingine atasikia. Si kweli? Si alikuwa ndugu mdogo na sijui nani alitoroka mwingine. Sijui ni wa Meru alitoroka Mkisii ama ni Mkisii alitoroka. Endeni mfanye research mniambie hiyo maneno. Sisi ni jamii moja. Ni kweli si kweli jameni? Unajua hapa Kisii, watu yetu hapa Kisii wanasema ati Mumeru akiwa mdogo ni Mumeru, akiwa mtu mzima ni Mkisii. Alafu kule Meru nao wanasema Mkisii akiwa mdogo ni Mkisii, akiwa mkubwa ni Mmeru. Sasa sijui which one is which. Kwa hivyo ndugu zangu, dada zangu, leo nimefurahi kufika hapa. Na mimi nimeletwa hapa na maneno ya maendeleo. Maendeleo yenu na mambo ya wananchi. Najua hii stadium unangojea ijengwe. Si unataka hii Nyantungo stadium hii ijengwe? Unataka ni wakutafutie pesa ya kujenga hii stadium? Nitafute pesa ya kujenga hii stadium? Wangapi wanasema tujengee vijana wetu stadium? Sasa hiyo ndio maana ya kukuja mashinani, kwa sababu utasikia ile mahitaji wananchi wako nayo. Na mimi nikirudi Nairobi, tukiwa na Zahir, tunaenda kutafuta pesa ya kujenga hii stadium, ndio siku ile tutakuja kampeni ya kura tuwe na kitu ya kuambia wananchi. Tuendelee namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tuwatafutie stadium, tuwatafutie barabara na market na stima, na tusimame na wanabiashara wadogo wadogo. Tuendelee namna hiyo? Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Kwa hivyo mimi nitarudi hapa, rais atarudi hapa, na huko mbele tutapangana, na mimi najua hatutakosana, tutaelewana tu. Hakuna mahali tu. Hakuna mtu atatoroka mwingine. Tutatafutana mpaka tupatane, kwa sababu siasa ni kubembelezana. Ni kweli si kweli? Siasa ni kifua ama ni kubembelezana? Si ni kubembelezana? Hiyo mimi najua tutabembelezana, tutasikizana, na mimi kama naibu wa rais nitafanya juhudi zote kusaidia rais katika kazi ya kuunganisha Kenya na kazi ya kuhakikisha kila sehemu imepata maendeleo sawa. Na kuna watu wengine wanasema sijui wale walipiga kura wapate maendeleo ya serikali, wale hawakupigia serikali kura wasipate maendeleo. Hapana, hiyo ni kinyume na katiba. Katiba inasema ule amechaguliwa kama kiongozi ndio kiongozi wa kila mtu mpaka siku ya uchaguzi mwingine. Si Zahir ndio mjumbe wetu? So he is our leader. President Ruto is our leader. Zahir is our MP na wale viongozi wengine. Kwa hivyo
nasikia viongozi wamekuwa wamechanga. Mimi tu nataka niwapatie salamu ya rais. Amewaambia anawapenda, atatembea hapa na anatambua mahasla, anatambua watu ya bodaboda na watu ya salon na kinyozi na mkokoteni, na amesimama na nyinyi vile mnatafuta pesa ya kusaidia biashara zenu, na mimi naacha mchango yake hapa ya shilingi milioni 3. Umefurahia support ya Rais William Ruto? Umefurahia? Nimsalimie nikirudi? Nimsalimie nikirudi? Wangapi wanituma kwa Rais William Ruto jamani? So hiyo pesa iletwe hapa, na huyu deputy president, huyu hata yeye achange ama aende? Achange. Ni lazima nichange. Sina bahati. Si nimeleta salamu ya rais. Si ya rais inatosha? Haitoshi. Lazima nilipe yeye hata vile niliongea hapa. Nichange nisichange? Wangapi wanasema nichangie wanabiashara? Basi, kwa hivyo hata mimi nitasindikisha mkubwa yangu rais na shilingi 10,000 ama ngapi? 20,000, 40, 60, 120, 150, 300,000, 2 million shillings. Tusiendelee. Wangapi wanasema tuendelee namna hiyo? Asante. Hao viongozi walikuwa wametoa pesa yao. Ule hakutoa akuja atoe saa hii na asalamie. Ule hajatoa akuja hapa asalamie. Dakika moja ya salamu, dakika moja ya kutoa mchango. Wapi makofi ya hao? Kuna waheshimiwa walikuja baadaye. Tungetaka kila mheshimiwa dakika moja ya salamu, dakika moja ya pesa, ama namna gani? Deputy President ameshaongea kwa niaba ya serikali. Sasa waheshimiwa wetu, salamu dakika moja na pesa dakika moja. Wacha niite Mheshimiwa Alpha Miruka, mbunge wa Boma Chache. Wapi ndugu ya Alpha Miruka jamani? Wapi ndugu ya Alpha Miruka jamani? Tigera hiyo. Bwana asifiwe. Iga. Bwana asifiwe sana. Mumanyete umuchumba oyo. Njego kwa mwana pastor. Na achiro ko bakwani elebye gusere bobe. Iga ngaki muchumba gorokwa. Zahiri Janda. Ukuniona Zahiri. Zahiri is a good guy. Zahiri is my friend. Tuachia hama tuka mange toko gichikura. Ege tieke atarawo muchumbe na ande munaro muchumbe. Baki moko bwate simu gambi. Ngomo yandi mwana naende. Iwonsa ibweka. Moma etesa irumo sanwe president. Maki president gorokwa. William Samoei. Ruto. Your Excellency, thank you very much for coming. Other members of parliament wamekuja kupea Zahiri support. Mungu awabariki sana. Sasa nataka niwapee mambo mawili. Jambo la kwanza, usiwahi danganywa kwamba mfumo wa SHA ulifanyi kazi. Nataka ukitoka hapa kama hujaregister, enda register,
register is SHA. Why? Ukiwa mgonjwa hakuna mtu atakusaidia. Mwenye nakwambia yeye hatajisaidia kivyake. Kwa hivyo wewe make sure you are registered katika mfumo wa SHA. Tuko pamoja? Namba 2. Hapa Kisii tuko na housing program. Unajua hivyo? Nyumba za serikali zinajengwa hapa Kisii. Siko Masimba, siko kwangu Gembo, zitaanza Kisii, hata hapa Nyaribari zitaanza. Kwa hivyo make sure umeregister katika boma yangu ukae na nyumba. Tunaelewana? Na hiyo nyumba inataka ID yako na wewe mwenyewe. Huwezi kuwa na nyumba mbili. Kwa hivyo msidanganywe. This government is working. Elewia kwa sasa wewe. Ndio kwa hiyo wote sia. Esa ya market ndio kwa na mange ese mzee na sio kwa nini? Na nchi yangu basuku mirande 200,000. Wapi nuru ya hapa ameruka jameni? Acha sasa nimuite umere wa Kisii. Dole Saburi. Sweetheart. Ngaji mokare usmile buya. Naenda smile inde. Si baby. Your Excellency hapa Kisii, wazee wetu wanatupenda. Hivyo umesikia anaita kina mama sweetheart, wazee wanatuita sweetheart. Ama namna gani kina mama? Na nyinyi mnaita aje wazee? Baby. Leo tumejionea maajabu. Ukweli wageni wakija wenyeji wanafanya nini? Kama hatungefurahia mjumbe wetu Zahir apange huu mkutano, wamama na wazee mungepata pesa za chama, warudi na pesa ama mupate pesa? Tulete maendeleo ama tulete propaganda? Mnataka maendeleo? Tuwafanyie maendeleo. Your Excellency, watu wetu kwanza hapa Nyaribari huwa mnaelewa umuhimu wa kukaa kwenye serikali. Uongo ama ukweli? Kwa sababu serikali ni ng'ombe ya maziwa, mtu anafanya nini? Si ndio? Mama mtoto ukiingia hivi kwa nyumba kama ananyonya, si wewe anafurahia? Mtoto amesema sitaki nyonyo, si tunapea mtoto? Na tusiendelee tunapea nani mwingine? Sasa mimi kama mama county nashukuru sana kwa hao wageni wetu wenye wamefika hapa, na Mungu awabariki warudi tena, kwa sababu wageni wakikuja mambo yetu inakuwa sawa sawa. Leo sitakuwa na mambo mengi, nataka wageni waongee. Mimi nitatoa mchango wangu wa 150,000. Thank you very much. Asante mama county, ubarikiwe. Thank you very much. Asante sana. Wacha nimuite mheshimiwa Dan Manduku, mheshimiwa wa Nyaribari Masaba. Nyaribari Masaba, Architect Dan Manduku. Nyaribari bami mtoto kwani niga kama kwa mbia mara Nyaribari mbia mara nainde nga kimaro cha bali ba chini roga abanga na mawakile owa katara kini omujumbe we no okoro Zahir Janda ndoko mawani kabele
onye goikara stega na inde turi kwa kera saidi kura ya mara kwa igoro onye goikara stega na inde turi kwa kera saidi kura ngako korkondole iyo mwezi mwachire zaidi janga mwana kama huko iga bono ni kwa to goichana monte galleria Moroyo oyo Morobinto lakini rende omaga kanale kuruse Italia okumurama okomoroko moisia kama chete bachora omwachore to mojumbe osema moisi mwachorete okachoro mojumbe osema moisia ngakimote yemo gakoyo akora ki abangina kura sobo gakoyo abake bichuya sobo gakoyo njoma jete na roko moisia na bare ngaitata lakini ndende getodeke kera yetu gasi njamo simete akora ki asike abala ibacholi akora ki asike za ijanda asike na bala ibanda bacholi engaki anja akora ki jae akora ki Your Excellency, thank you very much for coming to Nyaribari together with other leaders. We're very happy and grateful for the efforts that the government is doing to uplift the standards of our people. And going by today's mood, our people are indeed very happy. Mungu wakati? Wana chime za chia nyingi ndo chia ni tarende. Mungu anaenda chia. Mbaya chime sasa. Haya wana nje na asili moyo goyo. Shilingi 100,000. 100,000. Wapi makofi ya Dan Manduku. Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Steve Mogaka, MP for West Mugirango. Thank you, DJ. Iyo mono. Abanyaribari abantu bakise kaunti Nkwaningo Chonomugirango Nkwaningo. God is good and all the time. God is good. Thank you so much, Your Excellency, ndugu yetu Faruk and my colleague MPs and all other leaders. Mimi kwa majina ni Steve Mogaka, taaluma yangu ni wakili. Constituency yangu ni West Mugirango. Abagirango batebi nga Nyaribari aso musani oneza hili janda kogamba ndeta maika bwatanga maika noko boko gocha igoro. My brother Zahir, thank you for being an exemplary leader, and I've come to benchmark. I can promise you, nikirudi kule kwetu, I want to have 3 times this crowd. Abantu marakata tuguna muri. Lakini bono tigambo mwenge, tunomu wakili, aba kusintora? Moba yetebe bayeno. Tigamba kolie interview. Onye kiabolire cherarogoro, ayogoke ligalia. Ya. Onye kiabola cherarogoro, ayogoke ligalia. Ndogoroko buta gose kuchera mate. Sasa leo hii wacha niseme naibu wa rais akiwa initoke. Mimi ni mjumbe nilichaguliwa kwa Jubilee. Ilikuwa Azimio. Na mimi nilipangwa na yule mtu wa kwetu alikuwa na mamlaka kubwa zaidi katika hiyo serikali. Akatuambia laini ni hii, na mimi mtihifu nikafuata.
njira rugora bwa sto akeliga tintu akanyorete mbura njira mata akere igoni mbwata akiria karoko kaliga njira mata oyo mutate njira rugoro ngakitoko motebya arwo takorwo ya kiko goteberinga kamba tebi na ino bagwakiria toko soma history eyo yotaigwa gese Kenyatta akwete abantu boka basoire state house after Kenyatta akwete mbali barenge namba ibiri uno ujo igomo igwata history history yate abatari still mugaka igoyo toro chinga ngere nginero tingo skanga akeno mungaka bichago chakosona iche otokenga na soira mapema. Tunakupea Mheshimiwa Naibu wa Rais, najua nilikuangalia kutoka nyuma nikaona uko very smart, nikawauliza wakikuona kutoka mbele wanakuonaje, wamesema you are very smart. Hiyo ndio tulikuwa tunasema Mungu wetu tikatotarere serikali yeye toko nyege saku. God bless you. Mimi ninasaidia rafiki yangu jana na amsini 50,000. Wapi makofi ya Mheshimiwa Mugaka jamii? Barikiwa sana. Lakini amenipanga hapo kidogo. Hiyo sio ile alisema. Simwambia sisi tunaelewa lugha. Bana. Ulikuwa mnaongea mambo ya smartness. Hakuna. Nisikia Kenyatta siji akakufa alafu namna hii ile mwingine akaenda namna hii. Si namna hiyo. Huyo Steve Mugaka hajawaambia, si unaona analingalinga hapa yeye ni wakili. Lakini hajawaambia nani alimfundisha kuwa wakili. Mimi ndio nilikuwa mwalimu yake. Kwa hivyo atalipa deni ama namna gani? Si nilimfanya akawa wakili. Alafu watu ya West Mugirango wakamfanya ujumbe. Si alipe deni ya mwalimu yake. Alipe asilipe? Wangapi wanasema Mugaka alipe deni. Waka wewe ushike hiyo network. Nyumba ya tent. Basi wacha sasa nimuite Mheshimiwa Jerusha Momanyi, Women Rep wa Nyamira County. Wapi nduru ya mama jameni? Thank you. Oyonere ntogoro orure Nyamira. Abanyali bali baminto, abagusia abaya, abana bababa, abakwadiri biyamore. Biyamore kabisa biyamore. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, colleague members of Parliament, invited guests. Leo hii tuko na furaha nyingi. Sana mimi niko na furaha kwa sababu vile nimesikia His Excellency the speech ambayo ametupatia for around 50 to 1 hour. I think that was it. It's about an hour. Mimi nimeona mtu ambaye ametumwa na Mungu. Nyinyi mumeona aje? Si mumeona? Na tumeona nchi yetu itakuwa na amani. Na tumeona sisi kama wana Kenya, hata jana wakati tulikuwa na maombi, hata nyinyi nyote mlisudia, mlisikia His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Deputy vile waliongea kama watu ambao ni wanyenyekevu, hata waliomba msamaha. Ayo mondara aramotani aboria mabera nonye kwabate na mwamu nonye tware mboro gukumwabera na inde Nyasaye gagotebanga omuntu gakogoseire mwabere limo mara gatano kabere mara 200 na etano ebere ndalibo. Kwa hivyo kama unaona mtu mwenye amenyenyekea ni kuonyesha ya, na tunasema
sisi ambayo tuliwekwa katika nchi hii ambayo imekuwa na amani, hatutaki tena kusikia mambo ambayo hayaleti amani. Mira, nataka niongee na wamama. Watu waenga walinena asiyefunzwa na mamaye. Waliongea asiyefunzwa na babaye. Walisema asiyefunzwa na mamaye. Kwa hivyo akina mama tuko na jukumu, na siku moja, siku ya kiyama, Mungu atakuja kutuuliza, kwa sababu sisi ndio tumepewa hiyo jukumu ya kufunza. Funzeni watoto wenu, funzeni watu wote katika hii country yetu ya kwamba sisi akina mama tunataka amani, tunataka kutembea, hatutaki kupiwa, hatutaki tupige wengine, tunataka watu watembee na amani, ndio Kenya yetu itaweza kuendelea mbele. Leo hii umeona wageni wetu wamekuja kwa sababu ya maendeleo. Na sisi ambao tulikuwa nje ya serikali, tumesema lazima tukae ndani ya hii serikali ndio maendeleo ya kuja hapa kwetu Kisii. Sasa sisi ndio mlichagua. Tukikaa nje ya serikali, tutapata vitu kweli? Hatutakuwa na vitu ya kuwaletea. Kwa hivyo kwa sasa tumesema tuweke siasa kando, vitu itirilike ikuje hapa kwetu Kisii, ikuje Nyamira, tupate maji, tupate stima, tupate mabarabara, watoto wetu wasome vizuri, tuwe na madarasa mazuri. Na hiyo yote inatoka kwa serikali. Kwa hivyo, Your Excellency, we want to assure you, sisi ambao tulichaguliwa kutoka eneo hili, hasa wa mama na wale wengine umeona hapa, we are ready to walk this journey. And we want to ask you, our region, our area, there are many things that we are missing. And you have promised that we are going to get. So we shall be with you. Magana italia maya. Totala na bara kuna chitonya ole binto. Ingore ga igo tali kwa kane bango. Moro ko bango. Totige bango ya ito isiko. Nesa moro je muna tinda ga tia itekira ata tinda ga sina chiba sa teka. Na itu chiteke iga tonya ole binto abantu ba ito banyore. Siasa ge goja ko yaka tinga kichaye. Talibo. Ya sabe sasa ni kabisa. Moto samereni, ando mosabere mama kaunti cherusha momani, si mnajua huyu mama ndiye atakuwa kama na Wanyamira ni machuzi. Mungu awabariki na asante sana. Thank you, Your Excellency. Thank you. Mama achange asichange. Mama achange asichange. Na mimi nimetaka mchango wangu wa 50,000 shillings. Wapi makofi ya mama? Wacha sasa nimuite. Unajua huyu zaidi yako na marafiki kutoka everywhere. Iko mbunge yako hapa wa kutoka Kavete kule Kiambu. Anaitwa Mheshimiwa wa Mashukuru. Wapi nduru ya Mheshimiwa wa Kavete? Mheshimiwa wa Mashukuru jameni. Basi. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Watu wa Kisii, Bwana asifiwe. Wainile. Iga. Haya. Niulize. Huwa mnafurahi hivyo? Mnapenda Deputy President wetu? Akuje tena na tena? Your Excellency, nataka nikushukuru kwa sababu umetembea mahali tofauti ukileta empowerment. Juzi ulikuwa pale Kabete na wamenituma nikuletee shukrani. Asante pia kwa sababu ya siku ya leo umeleta maendeleo hapa Kisii. Mnampenda? Jambo la pili, huko kwetu tunasema tutakaa ndani ya serikali. Hapa mnasema nini? Ndani. Ni wangapi watakubali tukae ndani ya serikali? Jambo la pili, nataka kuwauliza hapa, mnaingia gari ambayo iko kwa stage ama mnagojea yenye inakuja? Yenye iko wapi?
hata sisi huko kwetu tunaingia ambayo iko kwa stage. Kwa hivyo hatugojei yenye natoka Nairobi ndio tuingie. Jambo la tatu, kwetu tunasema tunataka maendeleo, hatutaki siasa wakati huu. Nyinyi mnasema mnataka maendeleo ama siasa? Maendeleo ama siasa? Maendeleo. Your Excellency, asanti na muendelee kupata maendeleo. Sisi huko kwetu nikiwaongoza tunasema president wetu ni William Samoei Ruto na makamu wake ni profesa nani? Si hata nyinyi mnasema hivyo? Nikifika huko kwetu nawapelekea salamu kabisa. Githua wa Mashukuru kutoka Kabete. Githua wa Mashukuru, MP for Kabete. 100,000. 100,000. Wacha sasa kielekea kumalizia. Muite Mheshimiwa Jane Kagiri, Women Rep wa Laikipia. Wapi nuru ya Jane Kagiri jameni? Wapi nuru ya Mheshimiwa Jane Kagiri? Thank you. Asante sana DJ, Deputy President wetu Kithure Kindiki, viongozi wote na watu wa Nyaribari Chache. Wairire. Wairire. Tunaona najua kidogo. Mungu ni mwema na kila wakati. Yule ananiona akubali kunisalimia hivi kwa hewani. Jina langu ni Jane Wangeshi Kagiri kutoka kule Laikipia County, na pia kule Laikipia County niko na watu wametoka huku Kisii. Nikirudi niwapatie salamu. Huko wanajiita Egesa. Egesa ni kusema aje? Ni kitu mzuri? Ni kusema pesa? Egesa. Sawa, nitafikisha salamu. Kitu yangu ya pili ni kuwashukuru kama wakazi wa Nyaribari Chache. Juu siku ya kura mulienda mukachagua kiongozi mashuhuri ambaye anaitwa Zahir Janda. Simjipigie makofi. Kitu ya pili mukafanya, mukaenda mukachagua Mama Doris Donya. Mimi leo nimekuja kuambia asanti sana kwa kutuletea waungwana katika bunge, viongozi wanawapenda na viongozi wanawafanyia kazi. Mimi Deputy President, kwa niaba ya wakazi wa Kisii na wale wa Laikipia na wale wa nchi mzima, nataka kukutuma kwa president wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Na mimi tafadhali nataka kukutuma Your Excellency umwambie asibabaishwe, asitishwe, aendelee kusaidia mama mboga, watu wa bodaboda, wale wa mijengo, wale wanajaribu kujiinua. Hawa ni watu wake. Msichoke kuzunguka nchi mzima mkiletea pesa kwa watu wetu. Tulipokuwa tunafanya campaign tulisema pesa mfukoni. Si hivyo pesa mfukoni? Kuna ingine? Tafadhali Deputy President, sikia umekaribishwa Kisii, sikia umekaribishwa Laikipia na pahali popote katika hii nchi. Watu wa Kisii, nimeona mnapenda kuimba. Niwafunze wimbo moja ya Kisii. Mmetayarisha sauti? Fanyeni iko sawa? Mimi nikitaja jina na nyinyi mnasema Isano naende. Hiyo ni sawa? Tuko tayari? His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Nyinyi mnafanya aje kama mjui kuimba? Si tunajua venye tunafanya. Kwa hivyo tukisema Isano naende tunafanya hivi. Si tutakuwa tukiweka kura hivyo? His Excellency Dr. William Samoei Ruto. His Excellency Kithure Kindiki. Mheshimiwa Zahir Janda. Mheshimiwa Doris Donya. Asanteni sana, Mungu awabariki na wapenda sana, nitatoa 100,000. 100,000. Thank you very much. Thank you Mheshimiwa. Sasa tunaelekea kukamilisha.
tuko na MCAs watano. Nitauliza MCA wa hapa ataongea kwa niaba yao, lakini wote wakuja hapa muwaone. MCA wa hapa ndiye ataongea kwa niaba yao, hao wengine hawataje majina ili tumalizie. Wapi Mheshimiwa Steve Arika? Steve Arika. Bas, tuendelee. Bas. Yes, Mheshimiwa, endelea. Abantu baito mbiamole. Mwamanyete. Akingoro kwa. Introduce dakika moja moja. Abangina hi. Dolphin Bwali obwali bwali. Very good. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Bwali. God is good. All the time. All the time. God is good. Ayup Tumbo kutoka Nyamira, Nyansiongo Ward, where we have a by election. Therefore mimi natembea na hii serikali sababu vijana imepea vijana nguvu. Thank you. Well done. Abangina mbiamole. Na batati nongweza kutigana agaiga. Sasa mleta ngoro kwenda kwa moka kwa machoga mbiamole. Thank you. Thank you, Mheshimiwa. Abantu wanitongia mure. Asama leta ngoro Mheshimiwa Shem kwa viongozi sa mbiamole. Thank you very much, Mheshimiwa. Abantu banyalibali hamjambo. Jambo. Abantu baminto nkwarega banyalibali baminto. Yes. Biamono, thank you so much. Jego kuru kumasoti onko Darius ebure mbingakira kondoka. Jeno Monchali na ande Secretary General ya UDA County ya Kisii. Remember antaba ya sogoja, Your Excellency the Deputy President. You are a great man. This course that you have started to empower our people is what people have been intending to do. Tikanya sango sasa ni Mungu akubariki mpaka ushangae. Thank you. Nilikuwa ninaomba kitu moja, abantu bamitobanya libali. A second. Abara ya baba itu mu moja mu kana biyoyo. Sairi chando baletira. Oletiro tuko koira abantu banene Kenya baletira. Timua chamu ga konde kwensi amu chongeriga. Mwacho mwana yo minoko bakonya chongeriwe. Komo bwate simore. Komo bwate simore musika William Ruto. Komo bwate simore musika Kindiki. Abantu bamiteru n'abantu abaya. Your Excellency vile umeleta mambo mazuri hapa ya Libali chache. Mimi kwa niaba ya watu wa Bonchari ninakuomba utufanyie hiki kitu. Tunashukuru sana. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa. Hi. 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 Oya gonna kupita boyini was a boy. Mama yake. Thank you so much. Na bakwani ni mwensi mbiamole. Abangina ngoro kyoko bako igonye moigwete buya. Njasa Mariete ngoro ku Purity Morakirera ko Rubonchari igone director ya Bomas of Kenya. Mbiamono na ende to support ya serikali ye igamangana ye bipindi biribire moino gari torabitiga. Emyake 8 ya tigaire Murai Ruto agende ko torentera magende rogo chagusiga iga nebinte binge mbiamono nyasaba siseni. Your Excellency, maneno yetu kama MCA tuliambia Sairi Janda atakueleza. Asante. Thank you very much. Bas, wapi hiyo matoke? Ule mtu amechaguliwa na rais hapo haraka haraka tafadhali. Dakika moja. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Bantu bami ndomi yamore. Wala ngoyonye wacha nako mkonye wacha nako mko. Abangina moro. Lero bakumu ndigato kwane. Yamono sana. Tagate kwane ngane ya moika. Na kitu abene no mogoko. Twabene no mogoko na ile gotoka tebana nyasa ulia. Okonye to Mheshimiwa William Ruto akamurusiza ali akamwimukerera igoro. Ebukunga teberenga ulio gweka nyasa ni gakoraki. Balenga bago tebanga William Ruto. Biamono sana. Ndio mwani pimo Mheshimiwa Naibu wa Rais. Mimi nimefurahi sana kwa sababu umeleta hii jambo hapa kwetu Nyaribari. Nimefurahi kumwona Mheshimiwa mbunge wangu kutoka Nyaribari Masaba na ninajua mtatuandalia jambo kama hili. Na Mheshimiwa Nyaribari Masaba, nimefurahi hata kama ulikuwa upande ule mwingine, sasa umetujoin katika kufanya maendeleo ili mambo kama haya yaje kwetu Nyaribari Masaba. Mimi ni katiba mimba wa rais
Na ninawaambia mbia mono sana, nyesawa senye, tukaendelea kwa wichi mbia mono. Thank you very much. Iko natoa shilingi 50,000. 50,000. Cosmo sema jambo moja dakika moja. Huyu rafiki yangu anaitwa Cosmo Choi. Wapi nduru ya Cosmo Choi jameni? Thank you, Naibu wa Rais. And God willing, you're going to be our 6th President of Kenya. Kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kazi mo baby, kazi mo easy, kazi. Mwanaume kamili, mwanaume tosha, mimi Cosmo Choi. Hiyo ndio my motto before niongee. Nataka kuwashukuru na ngopate leo ndo bami ndaba nyalibali. Ama liga mange kwa basimbi yamore. Kwa baswara barumba kwa tibobunge. Ikayo mabungo basiara ruchibesa. Ika asirete. Imoyale. Okay. Kakiti sitaongea mingi sababu naona kila mtu anataka kuongea. Nataka kutoa shukrani Deputy President wetu. Umefanya kazi, umetembea, umeunganisha Kenya. Wewe ni mwanaume, haki ya Mungu. Sitaki kuongea vile sana. Let me approve the message. Cosmo, keep Chumba Choi mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani mpaka ine. Thank you very much. Pesa. Ametupa shilingi 20,000. 20,000 wapi makofi ya Cosmo Choi? Yes, sema jambo ndugu. Aya. Abantu bamitombo yamole. Ona achira na magana abere. Your Excellency, you allow me to speak on those. One, huyu jamaa kuja Zaidi kuja. Huyu jamaa, Your Excellency, tulipigana vita kutafuta ikiti. Akanishinda. Among the 12 contestants, I was the only person ambaye alimwandikia congratulatory message. Na ni mimi namsupport hata saa hii. Namba ya pili, wakati aliniambia kuna mchango, nikamwambia mimi kwa sababu ya njaa na maneno mengine nilienda upande mwingine. Si nikuongea ukweli? Lakini sasa umerudi. Sasa nimekuja hapa kuambia naibu wa rais ya kwamba I wanted him to listen. Your Excellency. One minute. Na kukuhakikishia ya kwamba as a leader, na mimi nimekuwa MCA 2 terms. Yes. Nataka unipatie appointment. Okay. I confess before you and I confess before the press. Sasa hivi niletee huyu mtu. Niletee huyu mtu. Asante sana. Asante sana. Very good. Nashukuru sana. Basi yetu mmefurahi. Umefurahi. Huyu Zaidi anatosha hajatosha? Zaidi anatosha hajatosha? Aendelee namna hiyo. Kuwatafutia mali. Kuwatafutia maendeleo. Wapa nione wale wana support Zaidi hapa Zaidi. Bas, ni mungetaka nirudi hapa siku nyingine? Nitembee hapa? Nataka sasa, wachaneni na hiyo mambo ya pesa imeisha sasa. Nataka sasa tusimame kwa wimbo wa taifa na pia mnitume na salamu. I also want to take a salute from you guys. Yaani mnakutanga kwa wiki hivi jameni. Siku hata nimeangalia pande hii imejaa, huku kumejaa. Hey. So watu wetu ya Nyaribari Chache, mimi nimefurahi sana. Mimi vile mmenialika hapa nitarudi. Na just so that I repeat again. Saa hii sio wakati ya kampeni. Siku ya kampeni itafika. Na ile itasaidia wale ambao wanatafuta viti. Ni ile kazi ambao watakuwa wanafanyia wananchi. Ile kazi itakuwa imefanyika. Kwa hivyo mimi nawasihi muendelee kusupport viongozi wenu, muendelee kusupport rais na MP wetu hapa, women rep wetu na viongozi wote ambao wamechagua wawafanyie kazi. Sasa
nataka mnitume na salamu ya president, kwa sababu president hayuko hapa, lakini si umeona amesimama na sisi jameni. Nisalamie rais. Wacha nione kwa mkono wale wanasema tusalamie rais. Na mimi mungetaka nirudi hapa tena. Wacha nione salamu wale wanasema nirudi. Very good, asanteni sana. Wacha tumalizie kwa wimbo wa taifa. Alafu Mheshimiwa Zahir atarudi hapa ndio awapange vile utajipanga na hii maneno yenu. Kwa hivyo tumesanya milioni 10 na 200,000. 10 million 200. Wapi makofi ya Zahir Janda? Wacha nione wale wamefurahi na kazi ya Zahir Janda. Busi sasa hapo inabidi tukatike kidogo ndio tukusukume, si ndio? Weka iga! Weka